gerubeka. Kanitha mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũndũ mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũndũ mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũndũ mwambararie nĩ mwambararie. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũndũ mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũndũ mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Apostol mũrathimeni mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Mũrathimeni mũrathime Jesu. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime ndũngĩmũrũmaĩ. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime ndũngĩmũrũmaĩ. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime ndangĩrogekaĩ. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime ndũngĩmũrogaĩ. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime ndũngĩmũrogaĩ. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Bũrũri mũrathime nĩ mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Kanitha mũrathime nĩ mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Ũcio mũrathime nĩ mũrathime. Ũcio mũrathime ndangĩrubĩka. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ emoyo. Atonyaga thĩinĩ wa kanitha. Agacuca meya magathira. Kanitha Kanitha ũkarũgĩra Jesu. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Tonyaga thĩinĩ wa kanitha. agacuca meya magathira. Kanitha ũkarũgĩra Jesu. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Tonyaga thĩinĩ wa airĩtu. agacuca meya magathira. Airĩtu akarũgĩra Jesu. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Tonyaga thĩinĩ wa anake. agacuca meya magathira. Mwanake akarũgĩra Jesu. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Emoyo Jesu emoyo. emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Niĩ nĩngwendete Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Nĩũhotanĩire Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Nakwambararia Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega. Ngai ũrĩ mwega, Ngai
Gayore mwega Gayore mwega Gayore mwega Gayore mwega Gayore mwega Gayore mutugi Gayore mwega Oh gai we 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 gai wa barana ya we gai we gai we gai wa magaganya we gai 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 ora di maga we gai 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 ayo yo akero de muedete ayo yo akero de muedete ayo yo akero de muedete modani na koro ya kwenda kwenda ayo yo akero de muedete ayo yo akero de muedete ayo yo akero de muedete modani na koro ya kwenda kwenda ekone gominera ne komeda ekone gominera ne komeda ekone gominera ne komeda Ekyogo mwabararia ne kumwenda Ekyogo mwabararia ne kumwenda Ekyogo mwabararia ne kumwenda Nemwendete mwadani na koro ya kweka mwenda Ekyogo morogera ne kumwenda Ekyogo morogera ne kumwenda Ekyogo morogera ne kumwenda Nemwendete mwadani na koro ya kweka mwenda Tiganewe, digeraina. Tiganewe, digeraina. Oh, tiganewe, digeraina. Oh, tiganewe, digeraina. Oh, sera gai sera autora di me. Sera gai sera autora. Oh, sera gai sera autora di me. Sera gai sera autora. Oh, sera gai sera autora di me. Sera gai sera autora. Oh, sera gai sera autora di me. Sera gai sera autora. Oh, sera gai sera autora di me. Sera gai sera autora. Oh, sera gai sera autora di me. 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 Sera modde sera autora di me. Sera gai 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 sera autora di me. Hey nagera gai wa kwa. Hey nagera gai wa kwa. Hey nagera gai wa kwa. Matu koma hey nagera gai wa kwa. Hey
wakwa Ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa mothe Ndĩinagĩra Ngai wakwa Ndĩinagĩra Ngai wakwa Ndĩinagĩra Ngai wakwa matukũ makwa mothe mwanake ndĩmũinĩre mwanake ndĩmũinĩre mwanake ndĩmũinĩre matukũ makwa mothe mwanake ndĩmũinĩre mwanake ndĩmũinĩre mwanake ndĩmũinĩre matukũ makwa thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ 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 thũmbĩ ya kanitha nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ nĩ arĩrĩirio thũmbĩ tutaimba hosana haleluya tutaimba hosana tukizunguka tutaimba hosana haleluya tukizunguka tutapiga kelele tutapiga kelele tukizunguka tutapiga vigelegele vigelegele tutapiga haleluya tukizunguka tutapiga kelele tutasalimiana kwa furaha tunasalimiana haleluya tukizunguka tunasalimiana tunasalimiana tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tunasalimiana mambo sawa sawa mambo sawa sawa Yesu akiwa ezini mambo sawa sawa mambo sawa sawa oh mambo sawa sawa mambo sawa sawa oh mambo sawa mambo sawa sawa oh Yesu akiwa enzi oh mambo sawa sawa mambo sawa sawa mambo sawa sawa oh mambo sawa oh mambo sawa mambo sawa sawa Yesu akiwa enzi mambo sawa sawa mambo sawa sawa mambo sawa sawa oh mambo sawa mambo sawa sawa mambo sawa mambo sawa sawa Yesu akiwa enzi mambo sawa sawa mambo sawa sawa mambo sawa sawa inuliwe Bwana wa mabwana inuliwe Bwana nakupenda inuliwe Bwana wa mabwana inuliwe umetenda mema oh inuliwe Baba ninakupenda inuliwe Baba dukana dige inuliwe Bwana wa mabwana inuliwe umetenda mema inuliwe Bwana kule nimetoka inuliwe Bwana kule ninakwenda inuliwe Bwana wa mabwana inuliwe umetenda mema inuliwe Ngai dukana dige inuliwe Bwana nikwendete inuliwe Bwana wa
wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Baba dokana dige, inuliwe Gai nepwedete. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana, inuliwe, inuliwe Yesu ninakupenda. Inuliwe Bwana wa mabwana, oh inuliwe, umetenda mema. Baba umetenda mema, Baba umetenda mema, Yesu umetenda mema, Baba 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 umetenda mema, Modo moradimene, moradime, Osio moradimega, oh modo moradimene, moradime, Osio moradimega, oh kanida moradimene, moradime, Osio moradimega, oh aposto moradimene, moradime, Osio moradimega, oh modo moradimene, moradime, Osio moradimega, kanida moradimene, moradime, Osio moradimega, Osio moradimene, moradime, Osio moradimega, oh negokena, negokena, nakogosa idarere amore, maide matana doga, negokena, negokena, nakogosa idarere amore, maide matana doga, oh nekoroga, nekoroga, nakogosa idarere amore, maide matana doga. 1, 2, 3, 4. Jesus. Thank you very much. Fungua tu kinywa chako, usikae chini tu, fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu asante. Asante kwa kunifikisha kwa mkesha wa leo. Mkesha wa kufunga milango yote. Milango ya kuzimu, milango ya maovu, milango ya aina yoyote. I came to shut that door. Mwambie asante Baba. Nisaidie leo kuidentify hii milango na niweze kufunga hiyo milango yote ifugike. Mwambie tu nisaidie, nipe kibali niweze kutambua hii milango ni gani, niweze kutambua hii kitu ambayo milango hii ilifunguliwa na shosho, milango ilifunguliwa na guka, milango ilifunguliwa na watu wengi, milango ambayo mimi mwenyewe nilifungua. Mwambie nisaidie tu, nipe kibali niweze kufunga hii milango. Baba nipe kibali, nikumbuke leo, nikumbuke nifunge hii milango. Nionyeshe tu ni milango gani. Ninajua mingine sijui, ingine sijui, lakini hii nataka Baba unipatie ufunuo niweze kujua. In the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Thank you. You may be seated. Punguza kwenye main. Kidogo tu, just a small. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafurahi tena kuwaona. Nafurahi kuona nyuso zenu bado zinatabasamu. Nilikuwa na wachugulia nikiona venye mnaiba vizuri. Nikaona tunaenda mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipigie makofi useme tunaenda mahali. Safari ndio imeanza sasa. Si ndivyo tuliambiwa? Safari ndio fanya nini? Na leo ndio nimekuja kufunga milango hiyo ingine, hiyo ya ujika tulikuwa nayo, ya ukorofi tulikuwa nayo. Milango ilifunguliwa ni akina Guka, ni akina Shosho. Milango wewe mwenyewe ulifungua ya umang'aa, milango ulifungua ya ujeuri. Yote leo tumekuja kufanya nini? Kufunga, ndio tuweze kufungua milango ingine mipya. Watu wa worship team tunaweza kurudi padi hii, tuache mtu wa keyboard peke yake. Naona mumesweati sana. Na hiyo ndio msuri, ni mlango inafungwa. Ukiona una sweat kuna mlango inafungwa. Na kwa sababu kuna hiyo ni uchafu inatoka ndani ya mwili. Inasema hii mambo yote ilikuwa ya Shosho, sasa imetoka na imeenda. Salimia yule mtu wako karibu, mwambie usijaribu kulala.
Umwambie ninajua tabia yako ya kurararara. Mwambie tu ninajua tabia yako ya kurararara. Na mimi najua hiyo ni pepo unakujaga kurusha hapa. Mwambie hivyo. Mimi najua hiyo ni pepo ambayo unakujaga kurushia watu hapa. Mimi usinirushie. Mimi nimefunikwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That's wonderful. That's great. Today I want us to look at his stories. These are biblical stories which will lead us to understanding the topic today. The topic today is very crucial for every one of you. Very crucial. Sema crucial. Very crucial. Kwa sababu kuna watu tutawacha hapa na kuna watu tutaenda na wao. Kuna watu murago watafugiwa nje na kuna watu tutafanya nini? Tutasoka tukiedaga. Kwa hivyo mimi nimeona nikiwa pale nilikuwa nimelala, kuna kausigisi kamenipata kidogo. Na nikaona kuna watu wamewachwa na kuna watu tumefanya nini? Kwa sababu kimurago kilikuwa kimefuguliwa, kikarudi kikafugwa. Kilipofugwa kuna watu nilisikia wakisema aposto, wameniacha huko aposto. Paka nimesikia sauti ya mtu mimi najua. Sauti ya mtu mimi najua imeachwa pande ule juu kwa sababu ya umang'aa, ujeuri na vitu kama hizo. Kwa hivyo we are looking to look at several stories ambazo zitatusaidia katika kuangalia funuo mbalimbali ambazo zitatusaidia kujua ni nini. Today I will be basically doing deep teaching. Sema deep. Of late simumeona tumeanza kuwa deep sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengine wanafaa kuchanganyikiwa ndio watu waondoke. That's why we are getting deeper. So kuna watu watafloat. Wakifloat watasema ni adigwa gole hujagia. Kwa sababu ni mzigo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi of late there has been good achievement in this room. Sijakuta watu wamekaa idle hapa. Nimefurahi kwa sababu sikuti wale watu walikuwa nakuja na kaa idle hapa, they are not here. They are becoming busy. Sidio? Tomorrow we are having a meeting. Ile ya ladies. Wale watu wa the synagogue 1, synagogue 2, club synagogue. Si mnajua club synagogue? Tutakuwa nayo saa 8. Tukitoka hapa nyinyi wote ulale, urudi hapa saa 8. Nitakupikia raji. Ni mimi nitapika. Nisikute mama mmoja hapa akipika hapa. Ni mimi nitafanya nini? Kwa hivyo tukuje sisi wote tunataka kudiscuss beside the Bible. What else can you be able to do? Besides, utakuwa kikuja kukaa hapa unasema Roho Mtakatifu ananena? Hapana, tutaki. Hapa sitaki mtu akukuja kukaa hapa, wacha viti vivumuzike. Saturday, Friday, Wednesday, tunakuja tu hapa tunakalia viti. These are the time viti zifanya nini? Zipumuzike kidogo, sisikie fresh air. Sidio? Na wewe uende utafute pesa ukuje. Sitaki mtu akuomba pesa hapa. Umesikia? Mtu akikuja kukuambia hana fare. Tena niwaambie kitu. Mtu akikuja kukuambia nini? Ati hana nini? Tandika kofi mzuri ukuje nilipe biru. Hapa mambo ya kuomba sitaki. I want people who will be giving. Bwana Yesu asifiwe sana. I want people who will be doing what? Tunaambiana laudi hii tunaenda kutembelea home fulani and we have 1 million imechagwa na wamama, ndio hiyo imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasikia wazee wa kanisa nao wako Maridi wameenda kutembelea another elderly home na wako na milioni kama gapi? 2 wanaenda kudonate kwa sababu wako naso. Sasa hapa ukiambia sasa nikiseme sasa hapa tuchage pesa, tuchage shilingi 2,000 peke yake, 2,000. Utasikia tusimu tukianza kulia imaginary phones. Hello? Hapa hakuna network. Hello? Kumbe anatafuta njia kutoroka. Ndio akirudi na anachungulia hello. Unakuta anaongea na mtu imaginary hakuna hello na jicho moja inaangalia kama wamemaliza kufanya harambee. That kind of a church is not a church. Bwana Yesu asifiwe sana. We want to have a church that has blessed people. Millionaires. I want to hear you in Southern Sudan. Umeenda kufanya biashara. Ati unakuja service unalipa ndege ukuje service jioni urudi. I want to hear you in Turkana. Unalipa ndege ukuje service jioni urudi huko.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikukuja kusema Bwana haleluya dada, haleluya dada. Wakati nimekuona tu nimeona umebarikiwa. Hata nikajua kweli Mungu alinena, Mungu yuko hai. Wakati nilikuwa nakuchugulia pale, Mungu ameninenea. Ile matatizo napitia, uko na solution yake. Sasa unangojea ni matatizo gani? Sasa nakwambia ni affair. Just imagine, Mungu huyu anakupatia solution ya affair. Surely, is it a God? Is he a God? Ati solution ile umeniona nayo ni fair. That is not God, that is demon. Huyo ni shetani. Lucifer himself. Sisemi tu hawezi kosa, mami, wacha kuniangalia vibaya. Sisemi huwezi kosa, unaweza kukosa. Lakini how can you leo ukose, kesho ukose, kesho kutwa ukose, baka watu wamekunikinemu. Mtu akikuona huko unaonaga watu. Ushafika mahali unaonaga watu, umefika tu kila mtu simu ikalia. Kila mtu akaliliwa na simu. Hello? Hello? Unaona huyo naye hello? Lakini ukiona wakienda some 5 meters, simu zinakata kuogea. Alafu unaona wamedisperse, kila mtu ameenda. Ama wengine nasikia choo imekuja, anakibia kwa choo. Lakini ukiangalia ukienda hapo hakuna choo. Ni kukuhepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes we find ourselves in such situation, a difficult situation, yes, but it needs to call for a move. Si maombi mingi. Kama nyumba imefungwa, wacha kwenda katoroni. Hello? Tafuta solution ya kufungua nyumba. Wacha kwenda katoroni. Katoroni haitafungua. Heaven's Gate haitafungua. Hello Agnes. Tego tengera Heaven's Gate ate nyumba ne hige. Ugashoka kore hige makeria kuvuri bili. Utakuta umefungua. Tafuta solution. Some of these problems you are facing, it is we to look for the solution. Not through prayers. Mnachokesa Mungu. Mungu atanaona kama ana complain. Ndio unaona sasa amesema ako karibu kurudi. Ndio maombi mingi iishe. Kwa sababu maombi mengine ni ya ujika. Hello. Hello, hebu inua mkono wako kama utakubali kuchange. Kama umekubali kuchange. This is year 2025. Angalia mwenzako uone mwenye hakuchukua mkono juu, ujue huyo ni mchawi wa umaskini. Huyo mwenye next. Usimuona kuna mtu hakuchukua mkono? Chuga sana. Hata ukiweza hama hiyo kiti sahi. Because there is a spirit of poverty. Sasa najiuliza sasa pastor ni nini yeye anaanza kusema? Anajua vile tunapitia mambo magumu. Yes, tunapitia mambo magumu. Lakini jiulize, hiyo maneno unapitia ni jagwa ya Mungu ama ni jagwa ya shetani ama ni jagwa yako? Maana kuna jagwa 3. Si mnajua hivyo? Kuna jagwa 3. Kuna jagwa yako, kuna jagwa ya Mungu na kuna jagwa ya nani? Ya shetani. Jagwa yako ni wewe ulijiletelea. Na hiyo jagwa yako ambao wewe ulijiletelea ni hiyo mirago tunakuja kuzungumzia leo. Maana you caused the problem you are facing. And the only person to get out of that problem ni wewe. Jagwa ya shetani hapo tutakusaidia. Tusaidiane mpaka tuvukuse shetani. Tuseme rishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye jagwa ya Mungu haisaidii yako. Hakuna mtu atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Lakini jagwa ya Mungu utateseka. Mimi nikikuja niangalie roda, unapitia process ya Mungu. Nitakuangalia tu nijue huyu ni Mungu. Na nikijua ni Mungu, my dear, utakula shida peke yako. Utakula pale nikikula mnofu ya nyama. Unaniangalia tu nikimeza, maana siwezi kukupatia. Siwezi. Hata pia nitakuacha kwa barabara utembea mguu, maana siwezi kukupatia hata dururu. Maana ni jagwa ya nini? God is dealing with you. And when I will try to fight or to try to help you out, mimi nitagogwa. Na sababu mimi sitaki kugogwa. Kwa sababu sijui ni nini mnabiana na Mungu. Inaweza kuwa ni kutengenezwa, ulikataa, ni kutengenezwa na tengenezwa. Maana uliambiwa uende Nineve ama ni wapi? Nineve ukakataa. Sasa Mungu anakutengeneza. Sasa safari ya kwenda mpaka Nineve unakaa kwa tumbo ya mnyama. Na you can imagine hiyo tumbo imekaa ya mnyama iko na factory inafanyaga digestion. Huko ndani kuna factory. Huko ndani kuna factory ya kufanya dispensation, ya kutoa. Huko ndani kuna factory ya kulete na ingine ya kutoa. Na factory za kutoa ni pili ya kutoa hard substance na ya kutoa water.
Sasa una imagine water ni uric acid, bado itapitia kwako. Na hii chakula inamezwa, unasikia huko ndani. Saa zingine inakugwara ukiwa ndani ya tumbo ya mnyama. Sasa katika ndani ya tumbo ya mnyama ni hiyo maneno ambayo unayapitia. You have nobody to help you because you are inside there. Nobody is supposed to help you. Ile kitu unasikia ni mara ikitembea, unasikia mara ingine ndio hiyo, na alafu ukute kuna hiyo mara iko ndani, alafu imemeza moshakwe, imemeza garagacho. Unajua kuna wanyama kama ile kitu kinakaaga pale Nyayo Stadium, kile kinyoni, unajua kinabeba, kinamesaga mfupa mzima. Sasa imagine, na kinamesaga ikiwa hivyo, lakini ikitoka huko inatokaga ikiwa nini? Uga. Sasa imagine ukiwa ndani ya hiyo ndio kinyoni, kikiswaga hiyo mfupa, mashini ile inaswaga hiyo mfupa, sina kugoka twaka kwa unasikia kwa paka unashindwa ni mambo gani na hakuna mahali hata ukipiga duru kule kuna inaita kwa bullet proof, hii sound proof iko huko ndani, hakuna mtu atasikia. Sasa nataka kuniambia Jona hata angepiga duru, kuna mtu alisikia duru yake? Hebu niambie, those hours ambaye alikuwa huko ndani ya mnyama alikuwa anasikia namna gani? Joto iko huko, una breathe, ile kitu imebreathiwa. Huyu samaki ana kibreathe, that is what you depend on. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no food because there is no, maana ikimezwa hapa inaenda kwa matumbo, so notanilesi ukule pupu huko ndani, hakuna chakula. Lakini hautakufa, God will sustain you. And this wakati jagwa ni ya Mungu, unakuta shelter iko kanyumba kako hakapoteagi. Jagwa ya Mungu kaguo kako hakapoteagi. Jagwa ya Mungu kachakula kako hakapoteagi. Lakini kachakula ni kale kanaitwa nini? Maana hauwezi kuweka. Kafuriji katakaa one full year empty, kakigojea chakula haikuji, lakini wewe utapata tu chakula. Hata utakuwa Mungu anakupimia kadogo tu, just to sustain you, keep you living. Kagua hakawezi kularuka. Utakuta huyu amekuja amenunua tugo tuwili, kamoja kamekuwa kadogo na mwili kanakuja tu kalikuwa kadogo kulingana na mwili yako, anakupatia kaguo, unaswaga, unakaoshaga Saturday usiku ndio Saturday ukuja kakiwa kamsafi. Kaguo huwezi kukosa when you are in the wilderness that God has created for you. You guo itapatikana, kachakula katapatikana kazuri tu kakukeep you living. Na badiri kanyumba hautafugiwa. Lakini ukiona nyumba ulifugiwa, uko kwa wilderness yako ama ya shetani. Wangapi wako hapa na wamefugiwa nyumba? Inua tu mkono juu. Uko hapa na nyumba imefugwa. Mimi najua kuna watu wa utatu hapa na nyumba imefugwa. Inua tu mkono juu nikusaidie. Inua tu mkono. Si unaona sasa wamekataa kuinua mkono. Lakini nyumba wanakuja. Watu wengine hawakujagi hapa maombi usiku kulala, ati wamekuja maombi. Ni nyumba ilifugwa, kwa sababu kanisa imefunguliwa, anakuja kulala wapi? Hapa. Halo, nimekosea? Sijakosea. Kuna watu wanakujaga kesha hapa kulala, si nyumba, si maombi. Amesukumwa mpaka amejikuta wapi? Kwa sababu hapa kuna shelter ambayo iko free, analala hapa. Kesho namkuta atapita apiga raundi aende, atapiga mpaka Westland Bugu akija tena kuja kulala kesha hapa. Ule mtumia ikalile kule niki kwa ikale ni watu wale wanaitwa ma attention seekers. Huyu mama ni matata, ni attention seeking. Anajua ni intercessor mkuu. Gaivia mami, gaivia tu. Emotumia mwega, emoradime. Ikarira hau. Tia huikaraga kũrĩa nĩgetha tũkuone. Ikaraga haha ũguo nĩgetha tũkaga gũkuona. No intercessor. Ũkehitha gatagatĩ-inĩ ka andũ. Ũgaikara harĩa andũ othe maracũthĩ makarigwo mũtumia ũrĩa nĩkĩ areka harĩa. Na niguo makwendete. Na niguo ngwendete onani. Ndũnyendete biũ.
Ujiri ali bani unyedete. Gwere ali ni gwedete. Thank you, ni gwedete. Ni ukenda gwere ati oge. Ona ni unyedete. Ke high five. Ye no ibura shiko ikera. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Inyuĩ tũrai o hau. Oh my God. Thank you very much for. Sasa tumesikia. Kwa hivyo tuangalie, let us look at ourselves, relooking at ourselves. That is why I have deliberately brought this topic yetu, na tutaendelea nayo mpaka tuone hakika we have removed the members of this church from anything that can cause them the stagnation, from anything that can cause them not to move forward. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it's bad, it is wrong for us to be talking about God, yet this God is not witnessed in us. Nikuulize tu example. Deaconess, hebu simama tu. Deaconess mmoja simama tu. Deaconess mmoja simama tu. Yes. Sasa deaconess, kwa sababu tunataka kukutuma uende ukahubiri America, and the first person utaenda kuhubiria America ni Elon Musk, private jet, na wewe ulikuja na dudhi ukifika huko. Private jet, na wewe ulikuja na dudhi ukifika huko. Kaa chini. Unajua kuna kitu kingine lazima tuangalie tujiulize. Kwa nini kuna kitu kingine lazima tuangalie tujiulize? Kwa nini huko watu because we need to preach to them. Waokoke. What will you be able to, what can you be able to preach? Hujeri ya Bill Gates ke? Anahitaji. Kwa bele ni wapo muhe madhina. Umupatie mashida zako. Yes. Umeradi na dudhi. Angalia, umeshuka hapo na dudhi, na yeye ameradi pale na note. Bwana Yesu asifiwe sana. No, na hapa hakuna chakula, hujaye chakula. Alafu ureda kumhubiria, utamwambia nini? Time now to bring a difference to the church. Now to bring ukristiano wetu tulete forefront. Venye Yesu aliambia Zakayo shuka, akashuka. Na akashuka, na unajua Zakayo ndiye alikuwa na mali yote. Na Zakayo akashuka, lakini Yesu akamwambia ninakuja kukula kwako leo jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamwambia kata nusu uleta tukahubiri injili. That power you got it. To speak to the stones, to speak to the people, to tell people that there is God in heaven. Despite that what you have, yes, you have everything, but there is God in heaven. So this is what I want us to discuss. Tuache kuwa watu wa kiroho. And certification of God, favor and salvation. Another version? Salvation. Another version? Nitasoma Kiswahili. Nini? Another version inasema? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek, inherit the earth. Sasa niambie, you are blessed. Alafu utainherit wapi? The earth. So hii dunia itakukubali. You shall inherit. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meaning, there is a formula of living here on earth for the earth to accept you. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a formula of living here. One thing is guided or grounded on the conditions of meek, being meek. So how do you become meek? How do you become humble? How do you become composed that the earth will be able to accept you, that you will be able to inherit it? Because inheriting means you are absorbing, unachukua. Ni kumiliki, unachukua kitu kinakuwa chako. Sio dunia hii ikubali uchukue kitu kikue chako. What are you supposed to do? Bwana Yesu asifiwe sana. What are you supposed to? There must be something that you need to do. Hebu tuangalie kitabu cha the book of Genesis. Is it Genesis? Yes, really. Let's look at the book of Genesis.
Sorry kidogo, just a minute. Yes, Genesis 41 verse 14. Genesis 41 verse 14. And I normally ask people, tukikuja kesha, kuja na kitabu, because we come to learn. Bwana Yesu asifiwe sana. We come to do what? To learn. Kesha umejisacrifice. Kuna demoni zingine lazima ukeshe na uombe na ufast ndio ziondoke. Na sasa tuko hapa to do that activity, kesharing. Ndio tu hii demoni itoke. Na ukiona mtu analala karibu na wewe, piga kofi, nitalipa biro. Leo ninalipa biro. Bwana, sitaki mtu ale. Then Pharaoh sent and they called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeons, and he shaved, changed his clothing, and came to Pharaoh. Underline that, shaved. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko kwa Wamisri ilikuwa tabu kukaa na manywele madefu kama hii ya Muse. It was taboo to kukaa na madevu. Unaona siku hizi watu wamekaa na madevu mrefu. Kule kulikuwa tabu. It was not allowed. This man knew from the history. Kutoka kule ametoka. Alijua yeye ni mfalme. Maana wakati walikuja kumchukua alijua anaenda State House. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things that will happen in your life and you must shut the door, because this man, had he not refused to sleep with this woman, hangeenda jela. Bwana Yesu asifiwe sana. So he made a deliberate move because he knew, I am on my journey. I am moving to where God wants me to be. I am doing what God wants me to do. I'm going. Niko kwenye safari. Na hii safari kuna mahali inanipeleka. He premeditated. I am on a journey. Although I don't understand where I'm going. Although I don't know what is going to happen to me tomorrow. Although I don't understand the connections. Although I don't understand which country it is, but I believe I am on course. Bwana Yesu asifiwe sana. I believe that I am on course. I know when I started the ministry, I didn't know I would be in this place. I didn't know today I will be preaching here. I didn't know you will be sitting here waiting for me to come and preach to you. I didn't know that God will put a word in my heart that I come and speak to you. I didn't know, but I knew I will preach one day. I knew one day I will be somewhere. I knew one day I will do this. I knew, but I didn't know the formula. Mpaka hapa tumefika. Mimi sikuwa najua. Mimi nilikuwa najua mimi nitahubiri, lakini venye nitahubiri mimi sikuwa najua. Maana hata sikuwa najua kuhubiri. Mahubiri yangu ya kwanza, unajua nilikaa kwa James Maina Nganga na nikakaa venye alikuwa nahubiri. Nikakaa kwa Harrison na venye alikuwa nahubiri. Pia nilikuwa na attend crusade za Moiro. Sasa na hizo pia nilikuwa najua venye anahubiri. So wakati nilienda crusade ya kwanza, nilihubiri, nilianza na huyu James. Bwana anasema lia na wede. Sasa nilianza kuhubiri na kuambia watu walia na wede. Because that is only what I knew about him. Tetemeka. Nikaogoja mtu atetemeki. Nikaenda kwa mwingine, wewe tetemeka na wede. Anguka. Naenda mpaka nakashika mama nikamwangusha chini, atetemeke. Namwambia tetemeka. Baka voice yako ikapotea. Nilipoona watetemeki nikarudi kwa Moiro. Nikahubiri kama Moiro, nikaona haigi kila kitu yote nilikuwa nayo ikapotea. Nikarudi kwa Harrison. Nikaanza kuhubiri kwa upole kama Harrison. By the time I finished the crusade, I was lost because I didn't understand what I'm doing. But the grace of God, watu waliokoka. Maana watu wengi walikuja kasikia, huyu ni ule mtu wa ile kitu ndiye ameokoka. Hata mimi nikaokoka. Niliita tu watu waokoke na wakakuja. Ndio kutoka siku hiyo nikajua kwa crusade mimi sijapatiwa neema ya kuhubiri. Mimi nimepatiwa neema ya kupatiana testimony yangu kwa upole, watu wataokoka. Na ndivyo kutoka siku hiyo wakati nilibadilika na nikabadilisha my formula of doing things. Nikaenda nasimama kwa jukwaa, si bebagi Biblia tukienda crusade. Wale tumeenda na wao, si mnaona kasi bebagi Biblia. Mimi nataka nasimama na toa unini yangu, my testimony, venye kule nilikuwa na nikimaliza 15 minutes zangu naambia watu nani angetaka kuokoka. Unaona umati wote unakuja because hiyo ndio neema yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna ka formula Mungu amekupatia ambako kana kufungulia maisha yako.
Kuna ka formula. Maana wakati Joseph alianza matatizo yake, alianzia kule kwa baba yao. Akaambia baba yao ya kwamba nimeona nyota moja na nyota zingine, ingine inainama, ingine inanamia hivi. Baba akamuuliza, wewe kijana, mind your language. Wewe kijana, mind your language. Hiyo maneno nasikia ukisema sema hapa ni gani? Ati hebu rudia tena. Ati nimeona nyota moja na zingine, hizi zingine zilikuwa zinainamia hapa. Mzee akamuuliza, wewe, you want to mean unataka kusema utatutawala? That is the beginning. Hiyo ndio beginning ya vita ya Joseph. That word from the father. Who opens the door for your battles? It is your father. It is your mother. It's people senior, your spiritual father are the people who will open the door for you for the battles or for the blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliuliza, kayoletwa dha. That alone it's a door. Imefunguka na itakuletea shida miaka yako yote kama hautajua kucancel. Kama hangejua, kama hakuwa na Mungu angemletea. Maana kutoka siku hiyo ndio brother zake walianza kumuinukia. Maana authority ya baba imetoka. Kayoletwa dha. Sasa mapepo yale ilikuwa hapo, demons zilikuwa zimeongojea tu baba atoe sauti kama hiyo, na kutoka hapo najua kayoletwa dha. Yani unataka kutuambia utatutawala? Hiyo ni kitu, ni kiwivu. The spirit ya wivu imeachiliwa. Na imeachiliwa na nani? Baba mzazi aliyekuzaa ndiye ameachilia. Hapo immediately the brothers wakaanza action. Before that walikuwa namchukia, lakini hawangeweza kutoa action until baba akatoa sauti ya action. Immediately my brothers wakaanza kuplot kufanya nini? Kumuua. Na vita ikaanza kutoka hapo, because father aliachilia mugapo, aliachilia neno ambalo liko na negativity. So every word spoken to you, you must measure it. Anybody you are talking to, or you are receiving, or you are around them, you must measure. Every word ikitoka hivi, measure that word, because it might cost you. It might make you suffer in future. It might make you struggle in future. More especially a person who is senior than you, or a spiritual person that is senior than you, or your brothers, your sisters, the people around you who are a bit senior than you. They are very dangerous in your life. Ile maneno wanaachilia ya kiwivu fulani ama equipped. Yani ulikuja ukamwambia ati dokago, nimekuja kukuita maana nimenunua gari. Ati umenunua gari? That alone, it is a door. It is a door. You need to cancel it immediately. Cancel the spirit ya wivu immediately. Maana amestuka kwa sababu alikuwa anajua you cannot afford. Ameshindwa how come? Yani huyu mtu maskini wa juzi amenunuaje? Huyu mtu wa jadi, yani ametoa wapi pesa? Ati gari ni yako hii? Ati that hiyo, unaona, that act is an act of a negativity which says a door has been opened immediately. Uhitaji kwa nimefunga mlango wewe utakuwa maskini. Hapana, hiyo ni ya wachai wadogo wadogo akisema nimekulaani. Ukisikia mtu akisema nimekulaani ni kamchawi kadogo hakajielewi. Lakini hiyo ukiona mtu msema ate ukanunua gari, are you sure ni wewe? Hii gari ni yako? Ni wewe nakuongelea? Ndivyo walisema. Nilinunua gari siku moja 1.2. One of my spiritual father nikamuita kuja dedicate. Alisuguka tu. Tukiwa na bibi yangu. Akaniuliza, Sami, hii gari ni yako? Hiyo gari karibu niue. Hata nikaiuza, mama yangu akaniambia niiuze. So wakati unasema downfall nyingi zetu ni hiyo statement ya mama yako, ya baba yako, ya brother yako, ya watu mnafanya kazi, ya pastor wako. Kucha alama ya nini? Ni dukuduku. Alama ya mshagao. Alama ya mshagao, it is a door. Imefunguka. Na kama wewe si mwerevu, angalia Mungu aliambia Abraham namna gani? Kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Lakini Abraham alikuwa na mtoto?
alikuwa na struggle kutafuta mtoto. Hakuwa na mtoto. He was struggling to look for a child. Lakini kuna neno limetolewa, na kwa sababu hakuwa na mtoto, it never occurred to him as a serious statement. Na hakuicancel. Baadaye, miaka mingi baadaye, watoto wake wote wameenda. Na ni nani? Ni Joseph. Joseph ndiye amepeleka watoto wa Israeli utumwani. Joseph huyu amepitia mapitio. Kumbe kuna push, ile the negative push, wakati iliagushiwa, ilimwagusha ndio apeleke wana wa Israeli kulingana na venye Mungu alisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph akauzwa immediately, karibu kuuzwa, ndio watu wakakuja wakanunua yeye. Na waliponunua yeye, wakaenda wakapata mtu ya kununua yeye. Wakaenda kwa Potifa. Kufika kwa Potifa, mama naye anasema, "Haya kijana ni toro, dark, handsome." Na jamaa alikuwa mwerevu, alikuwa anafanya hesabu. Alikuwa anafanya mambo mzuri. Naye mama akamwambia, "Hata hapa calculator hii inaweza kufanya kazi." Akakataa. Because there is a spirit ambayo iko ndani yake inamguide. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a spirit that was guiding this man. Because of what? The words. Mahali popote alienda, he was rejected. Bwana Yesu asifiwe sana. He was rejected by his brothers. Hawa watu walimuuza, wangemchukua kuwe wao. Lakini wakaona turadi na modoe huko. Tunaenda na huyu mtu wapi? Tuuze. Wakauza. Kufika huko, mama akadevelop a spirit. Na hiyo spirit was a spirit of rejection. Ile ya baba akatolewa. Lakini mama alikuwa na sifa nzuri ya huyu jamaa. Kama baba yake Joseph pia alikuwa na sifa nzuri ya huyu jamaa. Lakini ile maneno ilitoka. Mama naye akasema namna gani? Akalarua nguo. Akalala akasema huyu kijana alikuwa anataka kunirepu. Ndio Potifa akuje. Maana the spirit that was following Joseph was a dead spirit. Ni spirit ya kukufa. Na hiyo spirit ilitokana na nani? Na baba. Wakati aliuza, kwani hata mimi nitakuinamia. Yes. Mimi niye dhogwa, mimi baba yako nikuinamie. Hapana, no gwire. That was a statement. Labda nikufe ndio nikuinamie. So whatever followed Joseph was death. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever he followed Joseph, wherever alienda, because of one small statement that was not seen as a statement, it was just a by the way. Joseph naye akafika jera. Tena jera, he was rejected. Only that what saved him ni kuinterpret dreams. But he was rejected and isolated. Bwana Yesu asifiwe sana. He was kept somewhere. Because he had a talent, he had something that he was using kuattract hawa watu wakuje ndio apate chakula. Dream kuinterpret. Akiinterpret nao wanamlipa na chakula. Maana he was living in a foreign land. Hello. So God made him. Wakati aliinterpret this dream, akalia na kule huyo jamaa aliinterpretia naye akaachiliwa. Alipoachiliwa huyo jamaa alienda akaandikwa State House. Alipoandikwa State House naye akapata immediately ameandikwa State House. Naye akiwa State House, Modamaki akaanza kudream. Unaona, one thing leading to another one. Because there is a word that was spoken. Hasa alipotoka huko, immediately akakuja akachukuliwa. One thing, when he knew my journey of success has started, what did he do? He shaved his beards. Ujiulize, what are you willing wewe kuweka chini? Ni katabia gani ambako wewe uko tayari kuweka chini? Because lazima kuna tutabia for you to get where God wants you to be. Because he planned him until while he was in prison. Akakuja kuchukuliwa, akakuja kaambiwa the king wants you. Akajua this is my moment, this is the time to be blessed, this is the time my future has come full circle. For your future to come, because that is the moment that he was required now to make a decisive decision that will make a connection to his blessing, that will make a connection to where he is supposed to be. Maana wakati huo, wakati aliambiwa anahitajika kule ikulu, alijua tabia za hawa watu wa Egypt ya kwamba madevu hayaruhusiwi. Hallelujah. Akajua madevu hayaruhusiwi. He shaved fast. The Bible does not say that he was told to go and shave. He shaved fast. So there are things that we must stop when you are entering where you are supposed to be. For you to
enter where you are supposed to be, for you to enter into your period of success, for you to enter into your period of achievement, there are things that you must put down. Wewe ndio utoke kwenye poverty hiyo uko nayo, hiyo ya 2024 na 2023 na 2022, ati miaka yote umekuwa kwenye. There must be things that have hindered you in 2024. You must drop them. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Ni kwa nini uliandikwa kazi ukafutwa, ukapelekwa huko ukafutwa, ukaenda huko ukakuwa rejected, ukaenda huko ukakuwa hivi? These things were not working. Why were they not working? People rejected you. People wakakuja, ulinyang'anywa pesa, uliibiwa. There must be a link that was connecting you to loss of property, to loss of money, to loss of moments, to loss of periods, to loss of something that was very crucial to you, very important to you. What is this that was following you? You must shave it. You must remove it. He did a decisive decision. Akaambia mama, mimi silali na wewe. Akakataa. And remember, huyu mama ni mama tajiri. Kama ni vijana wa Kenya wangeenda naye, kwa sababu ni wao ni kama wale wa mama wa Haria. Akienda naye mama ni mama wa tajiri, ni mama wa mkubwa, mama wa police commissioner mkubwa. Lakini kijana akasema no, I stand. He put down one of the many things that could have cost him not to get where he belongs. He knew if he angekaa safe na mama wangekaa naye, si angekuwa mpango ya kado ya mama, na angekuwa dia pole, kwa sababu huyu mzee ni polisi. Na najua mapolisi wanakuwa na mashida mingi. Mara ameitwa kwa trafficking, mara ameitwa wapi, mara ameitwa akakibisa waisi, mara ameitwa huko mapolisi wale wako hapa. Haleluya. Mara ameitwa hede aka investigate Garissa, mwingine ametumwa, unawacha mtoto. Sasa huyu mzee ni wa kuzunguka kila mara, ako na radio call. Anasikia kuna watu 10 wamekufa, tubo inaruka. Amesikia kuna accident mahali, anasikia president anapita na haku hapo. Wanakuaga in panic. Polisi wengi wanakuaga mwili yao haifanyi kazi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of panic every single moment. They are at war with themselves, they are at war with the environment, they are at war with anything. Wewe askari akikuja kukudeti, mwambie wachana naye. Hakuna mahali bali mtaenda naye. Hakuna. Maana amepigwa, mara amepigwa transfer, amepigwa ameenda na huko Garissa. Kutoka huko Garissa bomu ndio hiyo imelipuka, ilipita juu yake, akastuka mwili mzima. Sasa pia akuja kwako afanye kazi gani? Hawezi, maana mpaka mwili imestuka. Aliona venye koligi wake alirushwa juu, akaona nyama za watu zimemmwagikia juu. Ni kazi gani anaweza kufanya? Hakuna. Sasa huyu kijana angekuwa na opportunity ya kukaa huko siku mingi, akifanya kazi siku mingi, akijivijali siku nyingi, maana huyu polisi ni mtu wa kwenda kuchuga king kule. Lakini he denied. He stood his ground. Akasema this one I cannot follow it. This one I cannot do it, because it will lead to the miscarriage of what God has put me. The pregnancy that I'm carrying, because he knew all along. When he told his father, he knew this is a pregnancy that I'm carrying. And the father wanted to abort the pregnancy. Then the brothers wanted to abort the pregnancy. Now the woman is here to abort the pregnancy, but he stuck to his position. He stuck and said, this thing I'm not going to do. This thing I'm not going. He stood his ground despite the environment was allowing him to do so. Maana alikuwa in a foreign country, nani angejua? Na alikuwa mfanyikazi, si akikaa tu huko anafanya mahesabu na wanafanya na mama mahesabu. Ama geibio kale kaibo kwa Kikuyu kale nina wajoro shabishi yako kiroli yako dikwenda ama ile tabia OCS. Bwana Yesu asifiwe sana. He could have stuck, he could have done it, he could have stayed there, he could have done that, but at the end of the day angepoteza the opportunity. Therefore most of us here, we have lost an opportunity because we are greedy. Most of us here, we have lost an opportunity because we didn't consider God, we considered ourselves. We didn't consider that we are pregnant of a success story. We are pregnant of a future. We are pregnant of something that is going to change this world. And then you misconstrued and did something that was so small. You are bribed, 100 bob. You are bribed, you have done something small. And this something has costed you the entire story of success.
Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we must have. Joseph did a deliberate move to safeguard the pregnancy. How many of you have miscarried a vision? How many of you have failed because you were taken out there for a cup of tea? How many of you have failed because you misstepped your steps? Yani ulimiss tu step moja. Why? Because ulitaka kufuata mtu mwingine kuliko ufikirize Mungu venye anasema. So many of us have lost it. Not because we deserve to lose it. Not because we deserve not to be there. Because there is a door that you opened, and this door is costing you. You opened a door that is making you to suffer today. You got married to the wrong person. You got married to the wrong man. No, why? Because this man had money. This man had a promising life. This man had something important. Or you got married to a very beautiful young girl, and you thought this beauty, maybe God is in this beauty. But you never considered to ask God, is this my man? Is this my woman? And therefore, after you got getting saved, you move along with this person for 10, 15 years, only to come and discover this was not my wife. Then you go back again to look for another one. As you are looking for another one, you meet a lot of wolves around, and these wolves will be taking you kwa vichochoro, and you definitely lose it all. Most of us, we have lost it all because as you are trying to mend your ways, as you are trying to mend how to come back, you met wolves. Ukapata maubwa mwitu, ukapata mapaka, ukapata machura, ukapata mafrogs. Hey, wanasemanga before you get the right one, you kiss how many frogs? 1,000 frogs. Just imagine you kissed, how many frogs have you kissed? Just imagine how many frogs have you kissed. Hey, trying to look for a home, trying to look for a future, trying to look for a success story. How many frogs have you kissed? Ma frogs gapi umekiss along the way? Bwana Yesu, Grace, umekisi frogs gapi ukijaribu kutafuta wagereru? And you continue opening more and more doors, demonic doors in your life. Find that instead of coming out of the bush, out of the woods, you get yourself deeper and deeper. Na hapo ndio nakutaka mtu anasema, nimechoka sasa na dunia. Sasa unasema wacha kaeda Munyaroko. Kakieda Munyaroko, ndio sasa unaanza kudiscover many things that you made mistakes. And now you are in a point of where you cannot turn back. That is where you are suffering today. That is why you cannot be able to be in a position today. That is why you cannot be able to call yourself a leader today. That is why you cannot be able to call yourself with confidence. You don't have the confidence in you to make a decision because you lost it. And when you lose it, you lose what we call self-esteem. You no longer make a decision. You no longer make things work because you are in a position somewhere. You could have been able to make a decision, but you didn't make a decision. Why? Because you are still kissing the frogs. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you came to this church, how many churches have you gone to? Those are frogs. Before you met that man you have, how many other men did you meet? Those are frogs. Before you came here, or before you got that man that you have now, how many frogs? And these are the things that have cost you. Not necessarily the man. You can even have entered into a business partnership. Maybe you started a business. Maybe you did something. Not only the frogs as men, but what else you've been doing. Ni nini hii kinde? Umefanya hapa, umefanya hapo, umefanya hapo. Ni biashara gani gapi umefanya zikiaguka? Hizo ndizo tunaita frogs. Because there is something that entered you. Kuna kitu kilikuingia. Na hiyo kitu ndio kinapropel maisha yako. Kinakupeleka hivi, kinakupeleka hivi. Mungu amekuletea mwanaume mzuri. Mungu amekuletea bwana yako. But because of not being able to decisively make a decision, this is my man. Yes, he's a wicked man. Ni mtu ambaye ni weak. Maana anatagataga, maana unaambiwa story yake hivi, maana unaambiwa story yake. But you have the power to change this man. You have the power to make this man become your man. You have the power because there is no good man and there is no good has wife. Hakuna mwanamke mzuri.
na hakuna mwanaume mzuri. Ati mtu hivi woye no rere aguo ona wonura wathambia no ugoshemia kanyamukage no ukuona gitwo akihigiro ritho. Hata ukiosha uoshe namna gani atafugiwa macho. Ati niseme huyu ni mimi ndio nilijioshea. Hakuna mwanaume mzuri na hakuna mwanamke mzuri. Ni kutengeneza, mtu anatengeneza kitu yake. Tengeneza. Sio na huyu mzee mama ametengeneza na mzee ametengeneza, wanashikaga pamoja, wanapendana. Kama wewe ungekubali mnakaga na bwana yako karibu na unataka kwenda kukunywa kahawa hapa juu, singekuwa namwambia kuna teda nimepatiwa hapa juu, ukibia hapo kwa sababu kuna mtu unataka kukutana na waroige mkunywe kachai. Si kwa ubaya, unataka kukukuta kwa sababu kuna mambo mawili matatu unataka kuniuliza ya kinabii. Lakini sasa mzee utamwacha kado ndio asijue tunakuja kukutana. Umeona sasa? Sasa hiyo kitu umefanya, hiyo transaction imefanya, you have opened the door. Hiyo mzee kudanganya, umekuja for the right thing but you have what? Opened the door. Na hiyo ndio ile mlango ilifunguliwa na Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alienda kaulizwa huyu mama mrembo hivi ni wa nani? Akasema huyu ni dada yangu. Nani my sister? Sasa alifungulia mtoto yake hiyo mlango. Isaac na yeye akaulizwa, hey, huyu ni nani? Akasema huyu mkubwa. Sister yangu. Lakini walikuwa na nyemeleana, wanaenda kwa korido pale, wakasahau kiongozi anakaaga pale juu. Wanamumunya kamera, wewe uliguswa? Ati hapana, sijaguswa. Mimi niko sawa. Oye tohoya Ngai gutikahiane kioguo. Kumbe kingi anamshukulia. Akakuja akamuuliza, wewe ni nini nimeona ukifanya na dada yako hapo nyuma? Akasema hapana, tulikuwa tunasalimiana. Hapana, nimeona ukifanya Akaambia, wewe wacha hiyo jika mnakuaga nayo. Nani alifungua hiyo kamurago? Baba yao alifungua hiyo kamurago. Angalia hata mtu anaitwa Jacob. Naye akakuja. Unaona, nachukua dada mwingine na anakuja, nachukua tumeidi na beba tote. Maana kuna murago ilifunguliwa. Na hiyo murago ndio lazima tuvuge. Maana hako kamurago kana kujaga, it will be simple. It will be okay. Nika kitu tu normal. Sika kitu kakubwa. Kusema huyu ni dada yangu. Kwani kwa sababu alikuwa anataka. Maana hao watu walikuwa warembo. Sara alikuwa mrembo na Rebeka alikuwa mrembo. Jiulize ni kwa nini Mungu alidecide kuwapatia watu warembo? Kwa nini? Mbona hakupatia mtoto mtu mshongi, baba apatie mtu mrembo, ama baba mpatie mtu mshongi apatie mtoto mtu mrembo? Why? What a coincidence. Because when the father lied, that mlango imefunguka. It could not allow a production mtu mshongi, lazima angetengenezwa mtu mrembo. Ndio ule mlango wa baba ulifunguliwa uendelee kufunguka. So kuna vitu tudogo, tutabia tudogo. Kama naonaga mahoka hapa wakisema namna gani, hii kitabu unamwambia niuzie kitabu hiki, anakuambia shilingi 1000, anakuambia hapana, sio niuzie 500. Unamwambia hapana, hii kitabu nimenunua 950. Yangu ni nini? Ka 50 peke yake. Basi unaona kweli ni vizuri kwa sababu kuna haja na kitabu, unanipatia 1000, mimi naenda. Hiyo pesa utauza hiyo 1000. Ulisema faida yako ni nini? Ni 50 peke yake. Kajo na wao wanakuja immediately. Kabla wakati umekusanya, maana kamurago kanakubaliaga watu wote wafanya nini? Waingie. Wakati umekusanya, kajo ndio ilikuja inakuinulia hapa ndani ya Mariamu. Unapelekwa kule City Hall. Kwenda City Hall kujitetea, unakuta ile pesa itabaki ni 50. Kama uliuza vitabu 10, ni miaka ngapi itasave? Hiyo pesa ingine yote utaitishwa na kajo na itaenda, because you lied, you opened a door na ukasema hii pesa ndio ile faida yangu, hii ingine. Na kumbe kitabu ulinunua shilingi 100. Sasa ile ulinunua itabaki kwako, lakini na ile kafaida katabaki. Hii pesa ingine yote yenye haihesabiki katika ulimwengu wa kiroho inapotea. And that is how we have lost it. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuja tunatembea na wewe, unauliza huyo ndio mzee wako? Nasema hapana, huyo ni ndugu yako. Na tulikuwa tuna quote, tulikuwa tumeanza kujenga relationship, lakini umesema ni ndugu nani?
Wakati nitakuja tutaoana, tukienda kwa kitanda nitakuwa ndugu. Nitakuwa ndugu, maana ndugu hawezi kuingia wapi? Hawezi kuingia hapo. Nitakuwa ndugu. Mashini yangu inasimika. Maana ni ndugu ya nani? Ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kamurago ulifungua na hakawezi kukubali kaweze kufanya. Bwana kamefunguliwa. Hivyo these are things that we must shut. Hizi ni vitu lazima tufuge. Maana kwenye biashara yako uliweka uogo kwenye biashara. Uliweka mavitu zingine. Ndio naonaga hapa tukiambia wanabii kwa tupatiane hii pesa ndio hii kitu itengenezeke ama ifanyike. Nabii hapana. Kama ni wanasema ni 1,000, lipeni 1,000. Maana hiyo shilingi 10 tunakatiwa ni murago. Do not allow. Do not enter into a negotiation ambayo itasaidia murago ifunguke. Do not bribe. Ile bribe mnatoaka, unatoa ati bribe ndio fanywe ka kitu. You will pay it because kuna kamurago kamefunguka. Na hako kamurago ndio kanaletaga shida katika maisha yako yote. Inaletea watoto wako, inaletea kila mtu mashida, inaletea kila familia yenu, unakuta lineage yako yote. You suffering the same problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mwambie mwenzako utafuga hiyo kamurago. Muulize ni kagani? Sema kwa bia ndio. Muulize ni kagani? Ni kagani? Muulize ni kagani? Si ndio ni kagani? Na si umesema utafuga. Bwana Yesu asifiwe sana. For this Jacob wrote a letter to Joseph katika hiyo 41 verse 14 verse 31. Look at 31 verse 31. Tuendelee hapo ama tuendelee tu 15 tuende tukisoma polepole. 31. And Pharaoh said to Joseph, I have had a dream and there is no one who can interpret it, but I have had it said you that you can be able to understand a dream to interpret it. 16 please. So Joseph answered to Pharaoh saying, it is not in me. God will give Pharaoh an answer of peace. It is not what? In me. He tried to cover himself because he didn't want to take the glory. He didn't want to open another door. He didn't want to open all this long. Huyu jamaa amekuwa akievade kufungua murago because he knew my ultimate victory is big. Verse 17, he said, then Pharaoh said to Joseph, behold, in my dream I stood on the bank of the river. 18, and suddenly 7 cows came up out of the river, fine looking and fat, and they fed in the meadow. 19, inasema then behold 7 other cows came up after them, poor and very ugly, and gowned such ugliness I have never seen in the land of Egypt. Verse 20, and the gowned and ugly cows ate up the first 7, the first cows. The king did not have an imagination that a cow or the 7 cows can turn out to be a season. But this man, when he was able to interpret, verse 21, look at it now. Verse 21, please. When they had eaten them up, no one could have known that they had eaten them, for they were just as ugly as at the beginning. So I woke up. Verse 22. Also I saw in my dream, and suddenly 7 heads came up on one stalk, full of and good. 23. Then behold, 7 heads withered, thin and blighted by east wind, sprang up after them. 24. And the thin heads devoured the 7 good heads. So I told this to the magician, but there was no one who could explain it to me. He's revealing himself that he told to the magician. 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. You see? The dreams of what? Pharaoh are one. Not 2. There are 2 dreams. But the same dream, the 2 dreams are one. Why would he be able? Why was he able to interpret it? Why was he able to make it? Because he kept closing every door that could stop him from interacting or getting close to his God.
So immediately akasema, then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he is about to do. Then 26, then 7 gold cows are 7 years. Are you getting now here? He's interpreting it towards the direction of a season, not of an animal, not of a thing that is witnessed. So he said there are 7 years, and the 7 good heads are 7 years. The dreams are one. Bwana Yesu asifiwe sana. The dreams. So a dream can be misinterpreted because of failure to have the connection, the heavenly connection, to look at the things. How do you look at the things happening in your life? How do you look at that marriage you have? How do you look at that business you have? How do you look at that family you have? How do you look at that ministry you have? How do you look? Unaonaje? Iye maisha yako unaionaje? Unaiangalia namna gani? Hiyo miaka miwili ama mwaka moja tumekuwa na wewe hapa. How do you look at it? Hiyo miaka moja umekuwa na huyo jamaa mna koti na yeye. How do you see it? How do you look it? Do you have inner eyes to see things differently, or you are seeing things ordinarily? How do you see the relationship ambayo umekuwa nayo, hiyo mipango yote umekuwa nayo, hiyo kazi ambayo uliasa, venye muliasa na wale watu muliasa na wao, mukafanya, mukatengeneza kabuni, mukaanza, mukafanya, ikafika mahali ikakwama. How were you seeing it? Mukifanya hiyo biashara, mukifanya, ulikuwa unaiona namna gani? Were you seeing it from another eye, or you are seeing it from an ordinary eye? Bwana Yesu asifiwe sana. When you shade some other thing, when you drop some other thing, when you shut some other door, they help you to see things differently. You don't see things as ordinary people, because these were cows. Any other person will see it from an ordinary angle. But when Joseph came, he saw it in an extraordinary way. He never saw it the way others are seeing. For others who are seeing cows, wamekoda na cows, wamenona na vitu vigine, saba na hii saba. But they never looked at it from the angle of a season. Bwana Yesu asifiwe sana. They never looked at it from the angle that this season, this is my season. Because you here now, you are supposed to know when your season is coming. Kama sasa mimi najua this is my season. Hallelujah. All things will happen. And anything I will say, it will happen. Because I am in my season. I am doing this within the premises of my season. So what is your season? Where are you now? Which door ambayo imefunguka kwako? Ni ya kukufungulia season ama ni ya kukufungia season? Kuna watu season zao zilifungwa na kuna watu season zao zilifunguka. Kwa sababu ya nini? Ni mlango gani inaongea kwako? Ni kitu gani kinaongea? Ni maneno gani ya wazazi inaongea bado kwako? Ni maneno gani ya yule mtu mlikuwa naye bado inaongea kwako? Ni maneno gani pastor wako alikunenea bado inaongea kwako? Hiyo will decide what's going to happen to this year. Kama bado hiyo maneno ya pastor inaongea, kama bado maneno ya baba yako bado inaongea, kama bado maneno ambayo ni yale ya huko nyuma bado inaongea, haujakubali kuacha maneno ya zamani, haujakubali kuacha maneno ya mama yako, maneno ya baba yako, maneno ya guka, maneno ya maeneo. Maana kuna eneo waliuliza Nazareti, ni nini kinaweza kizuri kinaweza kutoka hapa? Kwa sababu kulikuwa na maneno, kulikuwa na mulago ya umaskini. So when they went to say ati hapa kumezaliwa mfalme, waliuliza nekekera, ni kitu gani inaweza kutoka hapa? Lakini wakasema hapa kuna ukuu, hapa kuna Prince of Peace. Ametoka mahali gani? Mahali walikuwa na uwezo wa kubadilisha. Wewe katika maisha yako, msingi wako kule umetoka, ni maneno gani bado inakufuata? Ni maneno gani bado inaongea katika maisha yako? Who is speaking in you? When you have sasa, umekuwa girlfriend yangu na tumeanza tumeenda, umeshikamatwa na makasiriko na umenikasirikia na umenitusi na umeongea maneno baya, wakati tulikuwa kwa raha. Tumetoka kwa hoteli kukula na kanyama. Tumetoka, in fact nimempeleka Serena, amekula salon what? Salon steak. Ama kale kafishi kanaitangwa aje? Salmon. Yeah. Na tuwaruke moja lakini kimekatwa mara 4. Na kaspinaji kamoja kamekujiliwa, kamekuwa karaudi. Unaambiwa ni giri gapi?
Sasa nilikupeleka ukakula gili 3 na kabochino ukakula 1,000 na kajuisi ka 1,000 na kasamaki kametosana hiyo simu yako kameuzwa shilingi 5,000. Umekula mzuri, umesikia kwa maana nilikupeleka date. Alafu tumetoka hapo tumeenda tukifurahi, tumeenda all of a sudden ukaanza kusema mimi nasikia sitaki hiyo maneno yako. Roho imekataa. Si wewe unaongea saa hiyo, ni yule shosho mwenye amekufuga ndiye ameongea sasa. Kwa sababu ameona umeenda kutoka kwa keji, umeenda kuchomoka ile keji walikuweka. Sasa kwa sababu umedanganywa, unajua kupelekwa kununuliwa chakula ya shilingi 6,000. Na unaona mtu ametoa, hakutoa cash, alitoa kadi. Na kadi si Visa kadi, ni Master card. Inafanya hivi mpaka inaruka. Mpaka unaona kama mashini kanasema kanastuka. Maana na hiyo kitu imepitia hapo. Umekunywa mpaka kagilasi ka wine, hujai kunywa. Kagilasi ka wine unasikia ni mshiriki, glasi moja shilingi 3,000. Sasa unasikia mama kama huyu baada ya kufanya hiyo yote, mnaenda tu unasikia ameruka. Na kichwa imebadilika na hataki story yako na hataki kukusikia. Basi unajua si yeye. Ni shosho yake alimfuga, ama jina yake ilimfuga, ama ile maeneo ametoka ilimfuga. Sasa wamerealize maana ile chakula nimenunua. Chakula yote unaidaka unanunuliwa kwa hoteli na mzee na mwanaume niende nikununulie. We are making a covenant. Any food you eat is a covenant between mimi niende nikupeleke out nikununulie. Tumefanya kwa maagano ya chakula, na maagano ya chakula yako na nguvu, yanazungumza na yanafurugaga misiki ile. Kama tulikuwa tuna date na wewe, nitafuruga msiki ile imekukamata. Na kwa sababu ni kama sadaka. A covenant is the same as a sadaka. Nimetoa sadaka. Sasa hiyo katika hiyo kutoa sadaka, shosho atasikia ile kitu umenunuliwa. Na shosho wako ile kitu aliwahi kununuliwa ni turugi na haikuwa na sukari. Hiyo ile kitu shosho wako aliwahi kununuliwa. Ama ile kitu kingine aliwahi kununuliwa, labda madisi kwa barabara ya shilingi 5. Sasa nimekufanyia, umekula. Mimi mwenyewe nimetoa shilingi 6,000 yangu na wewe umekula yako. Sote nimelipa bili ya shilingi 12,000. Hiyo ni sadaka kubwa sana. Hiyo wale wamekufuga katika maisha yako wameiona na wataanza kuuliza maswali. Huyo sasa alenda kutuonia ate. Anataka kutuonyesha namna gani yeye ni mu expensive kuliko sisi, na sisi ndio tumeshika mambo yake. Wana withdraw, unarushiwa makasiriko kwa hapo tukienda all of a sudden unasikia kwenda kwa nini ani tu inawe nano watumia shorara na nikimama. Na unajua mimi ni mwanaume, lazima niangalie wanawake wakipita. Aya mamani wala kujira, hata tukiwa na wewe tumeshikana, isema mama kidogo nikutumie. Najua nakutumia kwa sababu najuaga hauna mtu. Najua naweza kutumia huyu boda wake aanze kutupeleka kotini. Sasa tunaenda twende, acha upusi. Twende. Sasa tunatembea kama mtu ana hiki. Naona hiyo mapenzi nimemwonyesha. Na tuko ndani ya kawaii tu glasi tuwili. Kwa hivyo tunatembelea kwenye hewa na tumekula kasamaki na tumeenda sasa, na mwili yangu na mimi pia iko na maneno yote imeanza kuwa activated. Sasa huyu shosho wake anaingia ndani, anamuuliza wewe, mimi mwenyewe sikufanyiwa hiyo maneno nafanyiwa. Huyo ni nani mko nayo? Sasa hiyo na mimi kama nimekushika, alafu na huyu anapita na huko juu kumetengenezeka vizuri na huko kumetengenezeka na huko. Sasa obviously niko na macho, na hii macho haina basia, nitaangalia. Sasa nani unaangalia? Hata uwezi aibu, hata wewe hata una aibu, unaangalia mwanamke nikiwa hapa. Inakuwa so kumbe huyo ametengenezwa na chocho. Pita hapo haraka, wanaenda kuruka daraja. Pita haraka na ugeuza mwanaume, nageuka kuangalia. Vita inatokea hapa na hapo. Nasikia tumepostpone. Tukipostpone miaka ingine ngapi imeblokiwa, miaka ingine ngapi bili tena. Mnaanza kasafari, mnaanza tena pole tena, mtaenda muende, mkifika the same spot tena kinalipuka, tena kinasabaratika. Tunaenda ndio unakuta kuna watu wako their life circle is repeating classes.
wamekuwa wakirudia. Unaona huyu mtu alikuwa ameenda vizuri kabiashara hii kabisa, kakienda kupanda tu kidogo kanaaguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo murago lazima uifuge. Hiyo murago inakuzuiaga when you are about to get there. Hiyo ndio umekuja kuvuga leo. Hiyo mirago ya ancestors when ambayo inakusimamishaga when you are about the, imagine you are popular. Wewe ni popular kabisa. Mimi hiyo kitu inaniumaga sana. Una shida mpaka election alafu unapoteza kiti. How nadhi? Mama yangu anaishi mpaka leo na alikuwa ameenda kusiaga kisiagi. Baba yangu akamtogosea kwa barabara, wakamuigisa na uga kutoka mpaka hiyo uga haijaifika. Baba yangu alilipa busi 30 hiyo uga. Wacha hiyo. Sasa ushika hii yagu personal. Nikaambiwa na Kibaki na Uhuru wakanipatia pesa, nikaenda hapa Kibera. Mnakumbuka nikisimama Kibera? Nikavuruga Agwabo. Nikavuruga mpaka akajipeleka polisi. Tukatoa vita huko, tukavuruga, tukachoma huko kabisa. Na nikafukuza wale watu wa huko wote, wakafusuka wakaenda kule. Sasa wakati wa election nikakuja, nikakuwa na 57,000. Najua huyu mtu wake watu wote nimefuruga alikuwa na 19,000. Nikamshida na ikatangazwa kwa TV, kwa CNN wakatangaza, NTV wakatangaza, KTN wakatangaza. Sasa wakati naenda kupokea certificate nikapigwa simu, nimeshuki, akaniambia pitia hapa Ikulu. Mimi nikaenda Ikulu, nikaambiwa sasa iko namna gani. Mishuki alitoa macho yake akawekelea kwa mesa, alafu akafanya hivi, akawekelea kwa mesa. Sasa mimi nikafikiria ni congratulations are in order. Nikaambiwa sasa iko namna hii. Kwanza kabisa umefanya kazi, wewe ni mwanaume, you are a man, we are proud of you. Ndivyo Kimuseki niambia, we are proud of you, you have done an unthinkable. Na mimi nikasikia basi kifua, mpaka nikasikia kifua imelia zui. Nikasikia goosebumps zinatembea kwangu, maana nimekuwa recognized. Na hapo nilikuwa najua akili yangu haikuwa kiti sana, akili yangu ilikuwa kuagusha Agwabo. Nikiagusha Agwabo automatically nimepata platform, international platform. Maana huyu alishinda Agwabo, atakuwa king ya Wakikuyu, atakuwa president kaiva ya Kenya, whoever mwenye angeshinda Agwabo. So I knew if you want to become a king, hit a king. Na niligoga hiyo, na nikashida. Nikakuja mjaga, Kibaki amekaa pale na kula mdomo. Na Uhuru wako hapa ni masigara zake tu anavuta. Sasa nikaambiwa sasa iko hivi. Tumeonelea hivi. Tumeangalia, tumeona kazi yako ni mzuri na umetusaidia. Lakini sasa hebu soma hiyo karatasi. Ilikuwa imeandikwa na Chesoni. Ndisi Chesoni. Huyo alikuwa wakula, alikuwa anaitwa nani? Ule alisema hajui ni nini inapikwa, ni Kevoito. Angalia hapo. Nikaangalia. Kibaki Uraila alikuwa mbele na 200,000, Kibaki alikuwa ameshindwa na 200,000. Sasa Kimshuki akaniuliza sasa tupoteze hii. Nikamwambia hatuwezi poteza, basi tupatie solution. Nikamwambia sasa tutafanya hivi. Sasa nikufikiria. Mishuki akakuja tena akafanya hivi. Now what you are going to do, a quick solution. Hiyo ingine tutafikiria. Sasa hii yako tutamrudishia, ndio turudishie huyu mzee hii. Na nikaona ni kweli, kwa sababu tunasave inchi na tunasave Mkikuyu mwenzangu. Hii yako turudishie nani? Huyu nimeshida. Na sasa hii yako hii na hii yake ambaye ameshida huyu mzee tuchukue kiagofu. Ndio na mimi nikaona kweli it is true. Na mimi nikakubali, na wakaniambia tutakulipa mshahara ya miaka 5. Na nikaekewa kwa cotton mshahara wa miaka ngapi? 55 million. Sikaekwa hapo, nikaeka kwa gari, nikaambia peleka kwa gari kwanza, nikapeleka. Sasa mimi nilifurahia, maana nimesave Kenya, nimesave community. But kuna kitu ambayo nilifanya makosa kwa maisha yangu, niliuza.
niliuza urithi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliuza nini? Urithi wangu, kwa sababu ya kitu kinaitwa kutaka kusaidia. Hiyo kamulago nilifungua kamenisubua miaka mingi sana, maana ninafanyaga kitu kikienda mpaka wakati nilijua hii kamulago nimefungua kamenitesa, kwa sababu nilikuwa nafikiria ni usual. Tukakuja tukasimama hii ingine, nilikuwa na chama ya UDA UDF, ilikuwa ile ya Mudavadi. Nilikuwa na chama, tulikuwa tunazidana na jamaa anaitwa Okoth, yule alikufa marehemu. Tena nikamshida. Nilipomshida tukienda celebration, magari zikaanza kuchomwa Kibera, na wakasema sasa ndio Kibera isichomeke, rudishia huyu. Mimi nikaambiwa shona mdomo, si unakumbuka venye kulikuwa, si unakumbuka? Sasa itasemekana wewe ndio umechoma iji msima, wewe kaa tu, tutakutafutia kiti kwa serikali. Kikaenda tena, because kuna kamulago nilifungua. Bwana Yesu asifiwe sana. I had to fight and close this door ndio niweze kufungua kanisa. Sisi tumekuwa tulifanya makrusedi, tukaenda mpaka Ebu nikajaza stadium, ikajaa watu, walijaa stadium. Nitawekea hiyo picha siku moja. Ikajaa stadium, watu wakaokoka. Tukarudi sasa, baada ya ushindi huo, usiku tulikuwa na kina Don. Usiku tukaenda tukanunua miziga, sema miziga, tukanunua miziga ya pombe kwenda kusherehekea. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Tukaenda, tulikuwa na toilet hii wa kuiba, wa praise and worship. Tukakunywa, tulijisikia the following day saa 9 mchana. Mapasta wale walikuwa mituhosti huko walikuja wakapata mimi nimelala nimeekelea mwanamke hivi, ule mwingine amelala ameekelea mwanamke, tumelala tumeshika. Unajua ile unashika unaekelea mwanamke alafu unalala kama umemshika hivi, na michupa iko huko chini. Walikuja wakaangalia, walirudi nyumba tu pole pole, wakafunga mlango. Sio ndio hiyo tumeshika hapo? Si tuna praise. Crusade yenye ilikuwa imeleta sifa ikakufia hapo, na ikakuwa ni hivyo. Na kutoka siku hiyo nilikaa miaka ingine 3 bila kufanya crusade. Ikaisha na ikaisha. Nikajaribu kufanya crusade ingine, kumbuka, at my epitome, at my success. Yani mpaka yule alikuwa PC Laburu alikuja kuomba microphone azungumzie watu. PC ni venye uwaja ilikuwa imekamatana pale Ebu Stadium. Na Shetani akatuambia, maana watu wengi wale tuliombea ni walevi, wakaokoka. Na waenda wasimu wengi wakakuja wakaokoka. Tukaombea, tukakemea pepo ya pombe. Rama shanka taraboshende, tunakemea pepo ya pombe, ulevi ondoke. Unaona watu wanaanguka tu, ukiguza watu wanaanguka. Kutoka hapo tulienda hoteli inaitwa Panesik, tulikamatwa na hiyo pombe. Ili tukamata tulikuta sana. Na wakati mapasta walikuja, walikutukuta tukiwa uchi, tumelala hapo. Mapasta wale walikuja, wale wametuhosti huko, mabishofu wakubwa Ebu walikuja wakachungulia tu hivi. Mimi niliwachugulia nikafuga macho wasinione. Nilifuga tu macho haraka haraka wasinione, na nikalala nikajifanya nikajua kimeumana na hakuna kitu tutafanya. Na kutoka siku hiyo crusade zangu zote zikakuwa cancelled, when it could have been the beginning of my ministry. I had to struggle again for 3 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ikamulago tulifungua, maana tulikuwa tukienda maombi na Don, tukimaliza tukiwa fasting tulikuwa tunakulaga tutoti tuwili twa Viceroy, ndio hii to keep fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimaliza tu hivi sherehe tulikuwa tunafanya katoti kabibi, tunatoka Viceroy kama kamuziga kanani kajaki Daniel, tunakula kidogo, tunasikia vizuri, tuna celebrate na tunaquote Biblia. Mahali waini ilitumika, mahali waini ilitumika, mahali waini ilitumika, kila mahali ilitumika, tulikuwa tunaitaja. Kumbe ni mlango ambao itakuja kufunga maisha yangu. Bwana yetu asifiwe sana. There are small things that you overlook them. Ni kitu kidogo tu, lakini hiyo kitu kidogo kina impact katika maisha yako, kina nguvu. Na hiyo kitu si wewe uko nayo, iko kwenye mizizi yako, iko kwenye damu yako, iko kwenye family tree yako. Guka yangu aliuliwa
wakati wamepigana vita mzuri mwito wa rally, akashinda kila mahali na akawika, alipigwa na bomu kule Uplands at his tender age. Sasa unaona, na mimi nikakuja nikafanya nini? Nilikuja na nikafuata nikaona hii maneno iko kwa familia yetu. I had to cross this door. Lazima nikasema hii mlango iko kwa familia yetu, nikaifuga. Na kutoka siku hiyo hakuna safari yangu haiendagi mwisho. Hakuna. Ile kitu kingine ilikuja kanisubua ni hii ya marriage. Maana nilifungua kamulako kufuata tabia za baba yangu. Unajua baba yangu alikuwa na bibi mbili, watoto 20 wale tunajuana. Alafu kuna mahali siku moja aliniambia twende, alikuwa kwangu akaniambia kuna mahali nataka unipeleke mazishi Lemuru. Nataka kujua hapo kwa sababu sikubukagi ni wapi. Tukaenda mazishi. Nikamuuliza huko tunaenda ni kwa nani? Akaniambia ni kwa mtu rafiki wetu, family member. Nikaenda hivi nikaona wale vijana wameambiwa wasimame, familia siana ya mtu mioyo wasimama. Nikaona hizi sura si hizi nasionanga kwetu hizi sura na walikuwa watoto 10 na kwetu tuko 10 na unaona wote wanafanana na mimi. Halo, tukirudi nikauliza baba hao walikuwa wanani? Akaniambia ni family friends. Mimi nikaenda nikamuuliza ni kwa nini tumefanana na wao? Akaniambia wewe nyamaza, na wewe unataka kujua kila kitu, nyamaza. Na hii nikamuuliza kwa sababu tulikuwa tunaenda nyumbani, na akaniambia hii maneno si ya kupelekea mama yako. Nikajua hapa hizi ni brother zangu. Sasa nikashindwa, si ungeni introduce tu, hata mimi nijuage kuna mabrother zangu. Sasa na mimi baadaye kulikuja kufanyikaje, niko na mtoto hapo, niko na mtoto hapo, niko na mtoto hapo, niko na mtoto kila mahali, niko na nini. Ile kitu sikuweza kuleta pamoja na mmoja, nilileta na moja. Sasa juzi nimeletewa wengine, wamefika karibu 25. Nimeletewa wengine 2 wazee, na ni vijana wakubwa. Wazee kwanza wanakaa wanakuja, hi dad, hi. Naona mama kinatembea ni kama kimbebema mzigo pande moja. Wana kimekaa Australia. Bwana asifiwe sana. Kumbe ni baba alitufungulia kamera, nikafanya uchunguzi nikapata Guka na yeye alikuwa na bibi, alikuwa na bibi 38. Alikuwa na alikuwa young na 38 wives. Na watoto wote walikuwa wameza. Hii unaonanga banana yote ni ya msemo mmoja. Hapo banana pale panaitwa jiko yote hivyo ende hivyo. Ni kwa msemo mmoja. Sasa angalia na mimi niko na vitoto vingapi, na mimi nina uhakika kuna wengine watajitokeza. Niko sure kabisa kwa sababu mimi najielewa. Huko vinyo nilikuwa, unajua nilikuwa king. Nikiwa huko kwa ile dunia nyingine, I was a king. I wish you met me, Grace. Tuliwahi kukutana na wewe wakati huo. Ukiwa na kamunyeso kako. Nilikuwa naondokewa barabara. Na nikisema namkuje na huyo. That's fine. Mnakuja na nani? Sasa unaona shida yangu ilitoka wapi? Kwa Guka. Haikutoka kwangu, haikutoka kwa baba yangu. Maana baba yangu pia alitransmit the problem. Hawa walikuwa 10, si unaona? Hawa walikuwa 10. Wetu 10. Nyumba nyingine ya itu 10. Hiyo ni watu date wale tunajuana. Mimi niko na ngapi? Sasa nimefika 25. Kwa hivyo ni most likely nitafikisha ya baba. Ama 40. Wale siwajui. Unikuleta tu unaangalia isura, unaona masikio ni wewe, macho ni wewe, unaona kila kitu ni wewe. Meno ni wewe. Kumbe kitu kalitoka wapi? Wewe unafikiria mimi ni prostitute. Unafikiria mimi ni mtu wa kuhanya. Mimi si mtu wa kuhanya. Hapana. Hata ukiuliza hawa mama wote, hatukuwa tunahanya. Hapana. Nilikuwa naoa. Alafu polisi wanakuja wanatangaza mimi nakamatwa. Mimi natoroka. Sasa sitarudi hapo. Naenda kwa mwingine kujificha huko. Mimi naenda huko naoa. Tena na kiivana, tena na polisi wakikuja natoroka. Naenda kwa mwingine. It was not that I was hanyaring. Watoto wangu sasa walikuwa wote walienda wameolewa. Hakuna mwenye hajaolewa. Na wajua watoto wangu wote mimi nakaa na wao. Hakuna. Hata wakikuja waseme against, nitamuuliza swali tu moja. What are you against?
Nitamuuliza tu swali, what are you against? Unapiga nini? Umekuwa wapi miaka hiyo yote? Sasa si ukae hapo tu. So this is ni kamulango. Ako kamulango kalifunguliwa, si mimi nilifungua, ni my great grandfather na nikamenifuata. Ukiangalia hata vitoto vyangu ukiviangalia unaona hii damu bado iko wapi. Sasa ni lazima niinue dhabihu, nikate hiyo kitu isi proceed. Bwana Yesu asifiwe sana. And this thing we are suffering the same fate. Si wewe mwache kujifanya venye uko mzuri hapa. Tia wetu ule muriega. Wewe nakata emodo mwaka kweli kogera. Wewe ni mzuri kuniliko. Tuseme wewe ni mzuri kuniliko. Hapana. Ni venye mimi yangu daekaga bayana. Mimi yangu sifichagi, upende usinipende shauri yako. Mimi napendeza Mungu yangu because mimi natafuta tiketi ya kwenda wapi? Biguni. That is why I keep on confess. I keep on confessing and confessing because I know the key to break, to shut, to close these doors is confession. Bwana Yesu, if you don't confess itakufuata. Maana sasa nimeiabidi ikatika ulimwengu wa kiroho, nikiitagasa inasikia aibu, inakuondokea. Lakini nikiendelea kukaa ati nakuja hapa napeleka kitoto na kigisia ile mlango msijue, na kingine na kigisia hapa msijue, naambia tokeni, alafu ni hapana. Wakiingia pale na wasimamisha hapa, nakwambia huyu ni baadhi ya watoto wale wangu wengi. Si boy is that. Kama wewe ulikuwa na date unataka kunidate kama utawacha utaniacha kwa sababu yao, wewe najua kwanza ukitoroka najua ni mlango moja imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniacha kwa sababu ya hiyo confession yangu, najua another door closed. And that is what we need to do, to confess, because confession leads to a closed door. Confession inakusaidia kufuga hiyo milango. Hiyo milango inaenda ikifugika. Hiyo kitu kidogo ulifanya, kaseme in the open. Say it, confess it to God, because that is only the way itakusaidia kutoka. Lakini sasa wewe ni muhanyaji, uko hapa kanisa, unajifanya Dhigi Maria. Lakini wewe ni muhanyaji, umelala na pastor huyo, umelala na pastor huyo, lakini ukikuja hapa, baka domeleli unatoaga. Lakini wewe ni muhanyaji. Kama hujawahi kuconfess, you are still a prostitute. Roho Mtakatifu ameshuka. Kama hujawahi confess ile maneno ulifanya huko kwa maigoya na huko kwa marago. Kama hujawahi confess, you are still that prostitute. Na no forgiveness. God will never, hiyo mlango haitafungika, it will remain open and it will cause you trouble. It will cause stagnation in you. It will cause limitation in you. It will cause you to suffer. Utaishi maisha yako. Wale watu wamefanya masturbation kama mimi. Watu wangapi wamefanya masturbation? Wamama na wazee? Inua mkono juu kama umewahi kufanya masturbation. Wamama na wazee. Inua tu vizuri. Inua vizuri watu wakuone. Inua. Wacha na hawa watu wanakaaga biguni. Yes. Wacha na hawa. Umeconfess, Mungu amekufungua. Hiyo mlango imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, that is what you need to do. Mimi nimefanya masturbation. Baya. Wewe. Na yangu ilikuwa baya because masturbation is a demon. Did you know that? Maana nilikuwa nafanya masturbation, mama ako hapa na mimi niko hapa. Nafanya masturbation na asikii. Na singeweza kuenda kwake kabla masturbation, lazima nifanye masturbation ndio nipate nguvu ya kwenda kwake. You see now? That is a demon. Hiyo si kitu ya kawaida. That is a demon. And that demon causes you to get away from God. Causes you to make decisions that are wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I say ule mmoja alifanya masturbation kama mimi, inua tu kwa maana umejifungua. Kwa sababu kama bado iko, itaruka kutoka kwako kwenda kwa mtoto. Umenielewa sasa? Unaweza kuwa uliwacha, lakini bado iko, inaongojea an opportunity. Mahali ulianzia ndio mtoto yako ataanzia. Hello. So you need to do these confessions. Wacha kujifanya venye umeokoka. Hakuna nyinyi yote hapa. Hakuna mtu amefikisha 0.1% ya wokovu. Sikuje kutuligia hati ati umeokoka. Hakuna. Kama ni kuchomeka, ya kuchomeka material. Inyuo the mweha. Hakuna. Tukahene ni mudo. Hali mudo muhonoku. Na kama kuna mtu ameokoka hapa simama.
hiyo amepita 0.01%. Simama nikutangase saa hii hapa wenye huko. Simeona hakuna. Sasa sisi wote tuna tumilango tumefungua, na hiyo tumilango ndio tutatusaidia tuvuke, ndio tupate mlango mpya. Tufuge kila kitu ambayo tumewahi kufanya katika biashara, katika doa, katika maisha ya kanisa hapa, katika kila kitu to confess. We say it because it will help you. Unaona kama huyo venye mdada alikuja mami kuja tu. Huyu mdada venye alikuja hapa na akasema ile maneno yote walikuwa nafanya na alifanyiwa. Si tagu siku hiyo. Si unaona hata kama Rebeka kakikuja hapa kalikuwa kama mama kamsee. Kalikuwa ka black. Kana ni rajie kwa hakanya mwishige. Ulianza kupaka hizi vitu zingine? Si unaona venye kamenyoroka vizuri. Si watu wanakufugia jicho. Si wanakufugia jicho sasa? Si wanakufugia sema yes or no. Umefugiwa majicho mingi. Zamani hakuna hata kimutu kingekuangalia, maana wewe haukuwa mtu wa mbele, ulikuwa mtu wa wapi? Na wale watu wanafugiaga watu macho ni watu wa nini? Wa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Sasa Nancy, ani wewe mwaganule nikigera guthekia. Ni uti mudu mwaganu Nancy. Asante kaje. Wacha acheke tu. Wewe ulisema ukajivugua. Wacha niwaambie, hii maneno yote inatokana na nini? Na the spiritualism, the kind of spiritualism that you are. Do you know all these people who call themselves prophet? Mnaonaga maprofeti wakubwa kubwa. Prophet nani? Prophet Karaoke, prophet nani? Wakubwa. The flamboyant. The flamboyant. Akina what? Angel. Akina huyo mwingine Bushiri. Akina hawa kubwa. Na hata huyu baba yetu hapa, si mnajua story yake? Huyu baba yetu anakuaga hapa next. Akina Kakade. They normally visit either Ghana ama Benin. Bwana Yesu asifiwe sana. What do they go to do there? Wanaedaga kufanya kafara ama kutoa sadaka ya submission. Ndio akuje apate power na apate hiyo nguvu ya kukuja kufanya maneno. Sisemi ati hakuna genuine prophets, they are there. But wao wengine, the demonic life they live, you not want to be associated with. Because when they go there, they are taken into shrines. Mahali atarara uchi ndio miungu ya Benin, miungu ya Ghana ikuje iwatembelee. Na wakati inakuja kuwatembelea, inakuja kuwatembelea because watoe sadaka ya submission. What is sadaka ya submission? Ni gani? Atararwa na yeye, anapakwa mafuta, atararwa na yeye. Hiyo ndio kusubmit. Hiyo ndio huyu mama alikuwa anafanyiwa, ya kusubmit. Yani ukilalo na wewe na nyuma, you submit. Sasa mimi mwanaume nikilalo na mimi na huko, nitakuwa nimesubmit, nimefanya mke. Kutoka hapo nimetawaliwa sasa na mapepo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo mapepo ndio nitakuwa nikihubiri nayo. Natoa unabii yako, nasema kesho kutafanyika, maana hiyo mapepo itakuwa ikikuja from now. Kutoka hapo sitakuwa nikilala na mwanamke, sitakuwa na haja na mwanamke, nitakuwa na haja na wapi? Kwa sababu watakuwa wakikuja wanatafuta kigerago. Kigerago kiasi. Wale wanajua naongea ukweli ya hiyo maneno, inua mkono juu. Yes, I know that. That is what they go. Ukisikia mtu ameenda Ghana, ameenda Benin, wameenda huyu mzee alienda. Wakati alienda tu akirudi kwa huyu nabii anaitwa nani? Isiginia. Aliporudi kiwaja ilijaa. Alienda kaweka tent ya watu 10,000 na ikajaa. Maana yeye kutoka saa hiyo amekuwa submissive to the authorities. Na sasa bibi yake na yeye anatumiwa the same gods. Na hao bibi wake wanakuja wanamfanya nini? Wanamshughulikia. That's what used to happen to this lady. Bwana Yesu asifiwe sana. So when she came and confessed, wakati aliconfess, walimtumia message. Walikutumia message immediately alipoconfess hapa.
Na hiyo message ilikuwa inaandikwa namba X #77#. Hivyo ndio wanakutumia message. Hao ndio wanajitaga sijui ni maalieni, sijui ni mawoti. Hao ndio wanafanyaga watu hivyo. Na yule mtu anakuja unamfili. Humuoni lakini unasikia ni kuna mtu. Na unasikia ama huyu msee, sasa tuseme ni mimi naingia ndani ya huyu tunalala na wewe. Na hivyo ndivyo hawa wanafanyakaje? Ndio unaonanga hawa watu waki na huyu. So yako ni kamurago. Na ukienda chini ya authority yake, hiyo murago inafunguka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona watu wengi wanateseka. Ndio unaona watu wengi wanahangaika moving from one church to another church. Not because they walifanya kitu wakijuaga, walifanya bila wakiwa hawajui, but they were introduced into a spirit about it our torment forever until the time you get to know what it is, udisconnect wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kamurago, na kamurago kingine kanafunguliwa na nani? Kalifunguliwa na shosho yako. Wakati shosho yako alikuwa sasa barubaru, akarara na mtu huyu, akarara na mtu huyu, akarara na mtu huyu. Sasa katika hiyo akazaa huyu mtoto, akazaa huyu mtoto, akazaa huyu mtoto. Different. Sasa hawa watoto ndio maanko yako, ndio maguka yako saa hii. Sasa ile murago ilifunguka na yule shosho, ndio hiyo inakuandama saa hii. You can never have a home. You can never have a marriage. You can never have anything. Hakuwezi kufaulu kuleta kitu kikue pamoja. Na when there is that spirit of immorality inatembea kwenye familia na ikose kushughulikiwa, poverty nayo inatembeaga na wao. Utakuwa unatengeneza pesa, unapanda, unaharuruka. Maana kuna force ya kuvuta, kuna force ya kurudisha wewe nyuma, ndio usitoke kwenye mitego yao. Maana wewe ni chakula ya those spirits. Are you getting me now? So those are the things that you must be able to understand, because those are the causes of the problem you are facing today. Those are the causes ya huduma yako imekataa kusimama. Those are the causes umefanya biashara ukapanda, umekuwa in politics kama sasa. Angalia, mimi nilipanda vizuri na nikashinda. Kushinda Agwabo was an automatic ticket ya mimi kukuwa presidential material. An automatic. Maana ningeingia bunge hiyo miaka 5, kuwafuruga mpaka nikae pale. Sasa Uhuru alinizuia. Uhuru ndiye aliambia Kibaki niondoke. Maana Uhuru alikuwa na ambitions za kusimama sasa yeye katika ulimwengu ya kiroho ya kishetani alikuwa mwerevu kuniliko. Mimi nilikuwa genuine, simple na sikuwa najielewa vizuri, lakini wao katika ulimwengu wa kiroho walielewa kule mimi nilienda, wakasoma nyota yangu, wakaambia msipopigia hapa huyu atawasubua. Halo. Sijui kama mnanielewa. Kwa hivyo kuna watu walipigwa 60 years ago. Kuna watu walipigwa 30 years ago. Kuna watu walipigwa wakati ulizaliwa tu uligogwa na ukaondolewa kwenye sahani. So that is why you find unafanyanga kitu inaitwa misfires. Kila kitu ukifanya ina miss. Ukienda hivi ina miss, ukienda hivi ina miss. Ukipatana kimutu kizuri kama mimi kinakumiss. Sasa imagine ukiachana na mtu kama mimi. A handsome guy like me. Ukikukona utaona wa mtu mwingine wapi? Kumbe na mimi handsome kuna kitu kinanifuataga. Sasa nikienda kushika kimama kizuri kama hiki, kinaondoshwa. Kinaondoshwa. Inaenda kama mshuha. Sasa inakuwa mshuha yako inaenda nikienda pande hii mshuha yako inaenda hivi. Nikienda pande hii mshuha yako inaenda hivi. Na tunazeeka tu. Sasa nimezeeka. Mimi hata ingie hotela. Nimezeeka sasa. Ole wangu. Nimezeeka. Sasa ni nini? Sasa tutasafanya utakuja kufanya nini kwangu? Mimi nimejiosea tugu. Angalia, tugu twangu si nikasafi. Kagusi nikasafi, sikamepigwa pasi mzuri. Kakiatu kamesaini, kasoksi kamesaini. Sasa that mentality, nguo zangu najua kutreat nguo zangu, najua kujipikia kachakula, najua kushave, najua kujipiga nanuka vizuri. Sasa wewe utakuja kunisabia nini sasa katika uzee wangu? There is nothing you can come to tell me, because already nimepanda bego ya kusema nobody can come now. Na hiyo bego imemea na imekuwa kubwa. Sasa ni mlango ambao nilifugua lakini nimeshindwa kufuga. Lakini kutoka leo lazima nikafuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale matdh mlango nimefuga. Bwana asifiwe sana. So this
These are things that happen in us, but we think it is normal. Tunafikiriaga ni normal, tunafikiriaga tu ni kitu ka kawaida, lakini kako na implication baya katika maisha yako, kako na implication ya watoto wako, kako na implication ya career, kako na implication ya huduma yako, kako na implication ya whatever that you do. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mwingine wako hapa, unakuta huyu mama ako na bwana bado hawajaachana, ni kukosana, walikosana, kukakuwa na separation, lakini sasa anataka nimuoe, for example, sisemi ni wewe, anataka niwe, lakini yako na nini? Ni separation peke yake iko, si divorce, ni separation. Huyu mama bado mapepers ziko kwa serikali, ama bado hawajaachana, ukakuja na kuachana ndio uolewe. Lazima muachane kabisa, hiyo kitu itoke kabisa. Sasa wewe bado uko na mzee, lakini unakuja kutafuta warugi hapa. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna kamurago ya usherati ndani yako. Hakajui kuvumilia, hakajui kukamilisha maneno yote, hakajui kukamilisha mipango ikamilike ndio utoke uanze life mpya. Before you think of anybody, kama ulitoka kwa marriage with bitterness, don't get to any marriage or relationship because you are still bitter. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni bitterness ilikotoa, uhiri kwanza. Chukua miaka yako 15, uhiri kwanza. Na sasa unachukua miaka 10. Wewe uko na miaka 60 sasa. Miaka ingine 10 utachukua, utakuwa miaka ngapi? 70. Sasa kuna vitu vingine unaamua tu, unasema wacha ipotelee bali. Kwa sababu sasa mna imagine ule mama anaweza pata wa kukaa na yeye nikiwa 70. Si ni mama wa ako na 60. Na mama wengi wako na 60 hawana meno. Mama wengi wako na 60. Hawana meno. Sasa na wewe unataka kuenda kukula kanyama huko nje. Sasa utaenda huko nje na mama, alafu hana meno, na anza kwa baka unasema nisiagie kilo moja ama tenya daga kolia kanyama ka minsi meat, na si kanyama unapenda kukula ya minsi meat, ni meno hakuna. Mama hana meno. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the things that we have to look at. What is this that cost you? Where you are as an intercessor, where you are as a praise and worship team, where you are as a man of God, the church you are, what kind of a door that was opened there? Ni kamulango kagani kalifunguka ndio utoroke huko uone hii kanisa siwezi kuvumilia kukaa hapa? Ni nini? Ni kamulango kagani kalifunguka? Maana hako kamulango bado kanakufuata baka hapa, na usipokafuga bado katakufuata, katakuja, lazima katakukamata. Kuna hakakamatagi mtu wakati destiny yako haiko karibu, wanaogoja baka the day destiny ndio hiyo inaenda kuingia, ndio wanakuja wanasimamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you look at it. When you came here, ulikuja ukitokelea wapi? How did you come to this church? What brought you here? Shiko, what brought you here? Ulikuja hapa kwa nini? Ni nini? What caused you to come here? Is it kamurago? Ni kasida? Ni kamatatizo fulani? Karo what? Karo, acha kukua serious sana. Teo tutokea serious goko. Wewe ulikuja hapa tulipatana wapi? Ulitengenezea mayai na ukanipikia chai, ukaweka kwa mtungi ya maji. Sitaisahau. Tulikuwa kwa mkutano ya mapasta. Nikasema huko Gekabura tukaitisha mkutano ya mapasta. Na wakaniitisha pesa ya kupikia mapasta. Nikatuma 20,000. Kutuma 20,000, nikaenda siku ya kuenda, tukaenda. Mapasta walikuwa wamekusanyika. Walienda, unajua huko ni red soil. So maji ya huko inakuaga red. So wakajua maji ya red haitaji maziwa mingi, ni nahitaji kahawa mingi. Nikiweka tu maziwa kidogo, na kwa sababu already maji ni red, machani si mingi nahitajika, wakaeka. Sasa chai badala waweke kwa birika, waliweka kwa mtungi ya maji. Na unajua mtungi ya maji ya huko hawajui kuosha, huko ndani na kuaga ni kama imepakwa rami. Na wakachamsha mayai, na hiyo nini? Hiyo maji ndio ilichamsha mayai, kwa sababu walitutengenezea breakfast ya mayai na hiyo chai. Nilikuwa nimetoa 20,000, nikasema tuwekewe matunda kidogo, mayai kidogo, kamukate, tusamosa hivi tutengenezwe. Maana ni watumishi wa Mungu. Sasa nikaona mitungi, Karodi alikubeba mitungi. Nikaona amebeba mitungi, nikafikiria anatuletea maji ya nini? Ya kuoga mikono.
Kumbe dhahabu kikombe, to make the matter worse, kikombe ilikuwa ya plastic. Sasa nikaanza tukaona wameanza kuwekewa. Sasa nikaogoja waoge mkono kwa sababu nilikuwa nafikiri lazima uwekewe kwa kikombe ndio oge mkono. Nikaona tena mtu anapatia mayai. Ile mayai ilichemshwa na ile maji ya brown. Kwa hivyo mayai ya white, mayai ya brown imekuwa brown zaidi. Hapo tulijuania na Karo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia Karo kuja. Kuja tuende. Teode no ni muri muno. Na tukakuja. She is a pillar of this ministry. Ndio tulianza na wao. Kwa hivyo there is a situation that will cause you we meet because of tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo tukafungua mlango wa nini? Wa hii huduma. Pamoja ndio kutoka hapo tulikutana na Alice. After Alice ni nani alikuja? Yule mama ako hapa, yule mama anaitwa kwa Nancy Kehu. Mama moto huyo. Huyo mama ni moto sana. Mama kiberiti. Kama kuna mtu amenipeleka bio na ministry. Ushidi mtu mshidi kana goko. Nancy wewe goko? Hayuko. I think yako maombi. Ninampenda. Kama kuna mama anapenda ni huyo. Lakini kulipua. Tutaenda unaweza kwenda hatua 10 na yeye. Ufuge tu macho venye unadhimura. Hatio ama kukohoa. Ukienda hivi, kugeuka hivi, utakuta moto kama ile iko Florida. Ni Florida mani California. Imewaka. Unamuuliza ni nini? Ona ni dio. Huduma wale wanafanga kufungua huduma, ujue kuna mama kama hawa watakuja na wengine wengi watakuja na wote watakusubua, na ni kwa sababu ya huduma ikue. Bwana Yesu, ukikosa hawa watu huduma yako haitakuwa. Hata kwa kazi yako ukikosa hiyo viherehere kwa kazi, hiyo huduma haifanyi nini? Itakufa. So you need pillars ambao wanakusaidia kukupiga na pillars wanasaidia kukushikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inafanya tufaulu katika maisha yetu. Natumai leo mmefurahi, natumai leo umesoma kakitu na umeelewa. Kumbuka, because of this deceit ambayo ni kamlango kalifunguliwa na familia ya Abrahamu. Kumbuka wakati Yakobo alikuwa mzee sana. Wakati wao vijana walienda kutafuta chakula, si walienda Egypt. Walipoenda ukajamaa Joseph akaangalia, akaona hizi kale brother, hizi hao ni wale brother yangu. Wakakuja kauliza, unaitwa nani wewe? Aliuliza nani? Aliuliza Benjamin. Unaitwa nani? Akasema mimi ni Benjamin. Huyu mwingine alikuwa anaitwa nani? Ruben. Unaitwa nani Ruben? Ruben. Akajua hizi ni modo ile sianyedirie. Wakamuuliza, mnakuwa na brother mdogo? Unajua anataka kuconfirm, maana kale kalimusefu ni nani? Ni kale ka brother kadogo. Alikuwa anataka kama nako kaliuliwa. Hakuwa na confirm ati kwa sababu alikuwa anataka kujua kama kaliuliwa. Akasema Babs. Ni Benjamin. Akauliza hapo Benjamin. Huyo brother anaitwa nani by the way? Wakamwambia anaitwa Benjamin. Medeni mumulete. Kwa sababu alijua hii ni mikora. Hedeni mumulete. Akauliza baba yenu ako? Ako lakini amezeeka. Hata yeye kwendeni mulete. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walikuja akawatriki akarusha kikombe ndani ya huko ndani. Unaona spirit of deceit? Bado iko. Akarusha kikombe ndani ya nani? Ndio akamata mmoja. Akatumana. Ndani mshike hawa watu wameiba. Kwenda kuangaliwa kwa mfuko kikombe iko. Wakaanza kujitetea. Sisi tunataka kusema ni sorry. Hatukujua venye iliingia hapa. Venye ukora walifanyia huyu jamaa. Wakafanyiwa the same ukora. Ndio wakaletwe. What was the purpose ya ja kuingia? Ja haikuwa purpose. The ja kuingia Egypt haikuwa purpose. You are 7 years na 7 years. It was not meant for the Egyptians. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alileta kiagasi inchi ingine kwa sababu ya inchi ingine. Wakati ja iliingia, sasa ndio safari ya ile miaka 400 ianze. Haleluya. So kuna kitu inaweza kufanyika kwako. Haikufanyikia hapa, itakungoja mpaka wakati utaolewa na mwanaume mwingine. Ukienda kuolewa, hiyo kitu ya kwenu na kusubuaga iletwe na huyu mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana.
So sio lazima ikue hii kitu ilitoka ati wale walileta kitu ni wa kwenu, wale walileta kitu ni wale watu mlianza kanisa na wao, wale walileta hii kitu ni wale mlianza biashara na wao. Unaweza kwenda utoke hapa upate relationship ya Uganda, kitu iende kulibukia wapi? Uganda, lakini imetoka kwenu. So usipofuka hiyo mlango, usipo-identify milango ya kwenu, ile imekukamata itakufuka. Jaa iliingia Egypt kwa sababu ya the 400 years. Na ikaanza kukamata. Naye Josefu aliteswa hiyo yote because ndiye avurute baba yake na baba yake avurute wana wa Israeli waingie kwenye utumwa. Are you getting me now? So the cause of the problem might not look bad. The cause of the challenges you have might not look bad. Inaweza kuonekana na muonekano mzuri, ni kitu tu naona ni normal, ni hiyo kanywele yako unafugaga, hiyo kanywele yako unafuga, hiyo ka design yako ile unafanyaga nywele unafanya hiyo inatoka kidogo, ama kumbe unafunikaga jicho moja hivi, na ukifunika jicho moja kumbe unawekaka inakuwa neti ya kutodhimera hivi. Hiyo kitu ikiingia ndani yako inakuwa musisi, na hiyo musisi itakusubua siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile maneno unaonaga kuna watu baka kuna jinsi wanatembeaga, inakuwa ni musisi baka unakuta umezoea kutembea hivyo. Jiangalie venye unatembea. Kama mimi na biago natembeaga ni kibausi, ni kweli? Mko mkilora ke ndio muonege bausi ile, ndio muone na bausi gine mnakuaga mkichugulia nini? Na tumepitana na wewe umeenda zako, ulijulia wapi na bausi? Unaangaliaga nini Charity? Siku bausi ni lazima uko naendaga hivi. Ni kamzoeo. Na hiyo kamzoeo labda nilikafanya nikiwa kijana, nikamzoea nilifanya nikiwa ile barubaru, kumbe ilikuja ikafanyika ikakuwa namna gani? Kwa sababu baba yangu hakuwa na bausi, mama yangu hakuwa na bausi, lakini hako kakitu. Ukiangalia watoto wangu pia na wao kuna wenye wanafanya nini? Because wanataka kuimitate baba yao. Kwa hivyo kuna kamulango nilifungua, na nisipofunga hiyo kamulango hata watoto wa watoto wao watajipata kwenye hiyo shida. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunasikia tumebarikiwa mpaka hapo tuko? Good. Ukiona kesha watu hawalali, ni mama tu mmoja amelala, huyu mama ndio tu amelala, anaamuka, analala, anaamuka, analala, anaamuka. Utakunywa kauji leo. Huyu tumpigieni makofi. Maana analala akifanya nini? Halali akilalaga. Mzee hapa na yeye leo amejikakamua kabisa. Najua mzee analalaga asubuhi, ametoka nyumbani kama amelala. Amelala kutoka saa 12 mpaka asubuhi, lakini akikuja hapa akizunguka, unajua anakuaga nimemumaki, anakujaga anaenda pale anainama hukuli anafanya vitu zake, anatoka hapo anaenda pale anafanya vitu zake, anaenda pale anafanya vitu zake, anakuja hapa anafanya vitu zake, anaenda anafanya vitu zake, anaenda anakuja anakaa kwa hii kiti. Akikaa kwa hii kiti sira baradi anaenda kabisa. Unamkuta sasa melala. Ulimi amela. Unajua ashamaliza kazi yake, hata kuenda nyumbani anaweza kuenda nyumbani. Si ndio mzee? Umebariki, pigieni mzee makofi. Thank you. So therefore, unaona kamulango kalifunguliwa kwa sababu ya something very small. Kayoletwa. Yaani, kwani utatutawala? Imepeleka wana wa Israeli 400 years. So wewe umefugwa, ile kifungo umefugwa miaka gapi? Ile kifungo unatumikia sasa ni ya miaka gapi? Ilianza lini? Maana kuna kifungo ilianza. Hiyo mzee tu kusema, ati umesema nini? Ati tukuinamie. Hata mimi nikuinamie. Hiyo tu imepeleka wana wa Israeli 400 years. So how many years are you in? Uko kwenye kifungo ya miaka gapi? And how can you come out of it? How can you fight hiyo kifungo? Maana hata ukiobewa hakuna maombi itafanya kazi, baka uelewe kifungo, ujitoe kwa hiyo kifungo. Maana vifungo vingine si za maombi, ni kuelewa. Uinue dhabihu, uinue sacrifice, ujiotoe. Wale ambao wameingia kwa mapasta kama hao, umeingia kwa pasta mwenye alikuwa anatumia maneno hiyo, alikufuga
ile kuhubiri tu kwako, kuzungumza, ile mkono alikuwekelea, kuna kitu alifungua kwako. Hiyo mlango, utajuaje hiyo mlango iko ndani yako? How do you know? Bwana Yesu asifiwe sana. How can you come out of it? Utafanyaje ndio utoke? Maana si watu wengi hapa tuko ndani yao. Kuna mlango ilifunguliwa na shosho, kuna mlango ilifunguliwa na guka, kuna mlango ilifunguliwa na watu ambao walikuwa huko nyuma yetu na wamekufa na walienda. You don't know. Hakuna mtu ulikuta historia yake, haujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama sasa tuseme Ruto, huyu wetu president wetu, alizunguka Kenya mzima akiinua madhabahu 47 counties, aliinua madhabahu wakiwa na bibi yake. Aliinua madhabahu gani? Na hiyo madhabahu, what are the repercussions ambazo ziko kwenye Kenya hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku mnasikiaga unajua ninaongeaga maneno hiyo mnastuka. Hata ukiwatch hiyo kipindi yangu mnastukaga. Mnaona kama nitashikwa the following day. Si ndio? Mimi hakuna mtu anaweza kunishika Kenya hii. Walinishika wakatosheka. Nimelipa gharama. Na ni kwa sababu ninasimama na Mungu wa kweli. Nimelipa gharama na siwezi fanya nini? Na ndio unaonanga ni madhabahu gani ilivuga Kenya? Madhabahu ya Kenyatta, madhabahu ya Moi, madhabahu ya Jaramogi, madhabahu ya Ruto. Naye amekuja amefanya nini? Ametuongezea. Na yule mwingine akikuja na akuja na hizo maneno zote, bado naye atafanya nini? Atatuongezea. Maana hakuna hawa viongozi wanasiasa wote, magavana, maseneta, ma-MP wengi wanaendaga kupakwa, wanalala uchi, analala kipakwa mavitu. Labda analala uchi, anaambiwa alale na nyoka kama inamuzingira hivi. Ndio mpaka asubuhi nyoka kimukisi. Akitoka hapo mkikuja mnasema modo no. Mnasema huyu ndio tutachagua. Na hiyo ni nini ameleta kwa kaunti yenu? Ni nini ameleta kwenye constituency yenu? Constituency yote mzima, kwa sababu yeye ndio yako in the leadership. So madhabahu ile nimefanya kwa leadership. Nyinyi yote you bow to it. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnajulisaka ni kwa nini Waislamu kwanza wa Somalia na Waislamu wamekuwa na nguvu sana Kenya? Mnajulisaka ni kwa nini hii serikali wamekuwa na nguvu sana? Kwa sababu kuna mtu alitolewa Tanzania shehe akazunguka huko na Ruto, akaletwa akazunguka all the corners of Kenya, wakiinua madhabahu, akainua madhabahu hapa, akainua madhabahu, akainua madhabahu, akainua madhabahu, akainua. Sasa ile msingi iliinuliwa ni roho ya Ismaili. Ndio unaona wananawiri, kwa maana kuna madhabahu ya wao watu. Walichinja mang'ombe, wakachinja mabusi, wakizika kila mahali walienda northeastern huko kwenye mipaka yote ya Kenya, na the 47 counties wote wakainua madhabahu. Ndio uliona huyu jamaa akikuja, alikuwa anakuja tu watu wote wanamchangamkia. Akienda mahali wanamchangamkia. Raila akienda mahali akikanyaga madhabahu, akipanda kwa jukwaa inaporomoka, inaanguka chini. Akienda mahali hakuna kitu ya maana. For the first time Raila hakuwa na point. Mliona hivyo? Hakuwa na point. Maana haka kamutu kaliete shehe, na shehe akakuja akainua madhabahu usiku 47 counties. Na kalikuwa huyu shehe alikuwa anatangulia. Wakisikia Raila anaenda Kisumu, anatangulia huko. Hiyo kiwaja analala akizunguka kiwaja, hawa jamaa akiingia huko, unaona wakitoka wanasema Ruto ndio tutachagua Ruto. Na ikakuwa hivyo for the first time, kila mtu wakageuka. Uhuru akajaribu kusema ati mtakuja kunikubwa, tunakwambia hatutaki kukubuka. Maana tushakamatwa. Nani waokofu wengi walikamatwa? Si wengine wengi walikuwa sisi waokofu. Sisi ndio tulisema Ruto amechaguliwa na Mungu. I wish tukielewa tuingie deeper, tuone ile madhabahu yanafanya usiku. Maana mchana alikuwa kwa makanisa. Na ndio alikuwa akienda kanisa kuweka pesa mingi, kuweka pesa huko kwa kanisa, pesa huko, kwa sababu ndio atuhudwink. Lakini mkasi ilikuwa inafanyika usiku chini ya maji. Sasa hiyo maneno, hii Kenya yetu saa hizi iko wapi? Look at it, how we are confused we are. Nothing is happening in Kenya. Total confusion, total shutdown. Hata kanisa hatuna nase, hatuna. Ama tuko nase. Maana ni roho gani? And when this is a king, ni mfalme, ameshika sword, ameshika constitution, ameshika bendera hii. Sasa yeye na hiyo maroho yake ndio inatawala Kenya. Ndio unaona hawa watu wanazunguka, wanaenda pwani, wanasema Wakikuyu watoke, wanaenda wapi, wanasema wanakuja Isiri hapa na wanapandisha bendera ya Somalia. Na wanasema Isiri si wapi? Si Kenya. Kuna mtu aliongea? Kwa sababu roho ni yao inaongea.
Bwana Yesu asifiwe sana. So ni roho gani inaongea kwako? Ni roho gani inaongea ndani yako? Si hata wewe ulikuwa kama Mombasa. Sasa ni nini ulitoa Mombasa? Na juzi nimesikia ukisema unataka kuenda Mombasa. Ni nini unaendea? Bwana asifiwe sana. Hello. Bwana asifiwe sana. So when this gentleman Genesis ile ya kwanza tulisoma 41 verse 14, when Joseph heard that he's coming out, he shaved his beard. For you to get where you are supposed to be, for you to get where your destiny is, kuna vitu lazima uzifunge. Kuna vitu lazima uziweke ndani. What are you willing to shave? What are you willing kuweka chini? Kuna mambo ambayo hayahusiki na baraka zako, hayahusiki na your tomorrow, hayahusiki na what you are supposed to become, but yako ndani yako. You are carrying them. Maana huyu alinyoa ndevu na ndevu zilikuwa zimemea kwa mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo akanyoa hizo ndevu ndio aende kukutana na mfalme kwa ajili ya kuingia kwenye level nyingine ya maisha yake. For you to get into that next level, there are many things ambazo lazima uziweke chini. Kuna characteristics uko nazo lazima uziweke chini. Kuna behavior ambayo uko nayo lazima uweke chini. Kuna thinking ambayo lazima uweke chini. Kuna walking style lazima uweke chini. Kuna dressing style lazima uweke chini. Maana all these are combinations that brings you together. Kuna ile mafikirio kujiona, ama what do you think? What kind of a spirit that is in you? Ni nini kinakuzungumziaga? Ni akina nani wanakuzungumziaga ndani yako? Hao watu ni wagani? Kwanza kabisa ndio useme uliota. Ndoto yako ilitoka wapi? Kuna watu walikuzungumzia. Hao watu walitoka, kama huyu alikuwa anazungumziwa. Na ni nani walikuwa anamzungumzia? Ni majini, ni mapepo. Sasa wewe unakuja unatuambia ulisikia sauti ikikwambia. Hiyo sauti ilitoka wapi? Where is the source of that voice? Who is speaking to you? Who is speaking to your soul? Who is speaking to your spirit? That is what the most important. Why do you have that toxic relationship that you have? Why do you always get yourself involved into toxic things? Biashara yako inakuwa toxic. Kazi yako inakuwa toxic. Why rejection every single time? Why confusion in whatever you are doing? Those are the things that you have to shave. You have to put down. Ukate hiyo ndio uanze maisha mpya. Today we are cutting those. Today tunanyoa hizo ndevu ambazo zimemea kwa mwili yako ndio uende ukakutane na mfalme mwenye atakuconnect na destiny yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Because today ile kitu ambayo ile ushagiri yako yote utaweka chini. Hallelujah. Hallelujah. Mahori ya dhani dhao nyinyi kaeni tu, lakini sisi ambao sisi tunajijua kama mimi hivi najijua. I'm not good. Hello. Leo hata mimi nimekuja hapa. Nitanyoa ndevu zangu zote ndio niweze kuona my destiny, so that naenda kukutana na Farao mwenye atanipatia kifunguo ya kuniambia sasa, wewe umeweza kutafsiri hii ndoto, wewe ndio utafanya hii kazi na nitakuwa prime minister, because the time, the season yako imefika. Hebu muulize mwenzako, is your season ready? Unajiona kama uko ready? Muulize, unajiona kama uko ready? Kwani tumetigo kama muulize, kuna tabia unaona hauwezi kuacha. Jerry muulize, kuna tabia unaona ni gumu kuacha. Kama wale wananipenda, angalia, hebu niangalieni, kama wale wananipenda wako hapa kwa sababu yangu, hawako hapa kwa sababu ya kanisa. Hebu muulize, mwambie mwenzako kutoka leo, utamwambia hivyo, kutoka leo nilikuwa napenda ule jamaa, lakini leo nimeachana na hiyo story. Abia mwenzako tu, mwambie tu, mgeukie mwenzako, mgeukie kama wewe ni wa hiyo. Tia kuinamia moto era mutumio oyo. Tia kuinamia moto era mutumio oyo. Mwambie kutoka leo, hii nimewachana na yeye sasa, maana I have to shave. Unajua hiyo ni ile shaving. Hii ni kitu imemea kutoka kwa mwili wako.
Hii nywele iko ndani ya mwili. Hujui hiyo shamba inakusaga ni gani. So you are shaving, kukata hiyo. Ndio iwache kumea tena. Ndio ikiwacha kumea tena, ndio ingine imee ambayo ni ya generation yako, ni ya future yako, ni ya success yako, ni ya kule unaelekea. Maana ile devil ilimea akiwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile devil ingine ilimea ndani ya huyu jamaa, ilimea akiwa nani? Mfalme. Sasa weka hii devu ya huko ya jela, weke chini. Hii devu imekufugia jela, weka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tutabia kama ulikuja hapa, yes, sikatai, ni vizuri. You are a woman. Ulinilike. You are a woman. Hata mimi labda nilikulike. Aya mamani. Lakini sasa tumegundua ni devu ya jela, tunyoe. Nakusamehea wote ambao ulikuwa umenipenda. Ninakusamehea. Ni jela, ni devu ya nini? Ya jela. Na tabia za jela zinakuaga hivyo. Tunapendana tukiholela. Maana huko Kamete nakuta kuna wanaume ni wanawake wa wanaume wengine. Na wanatoka, lakini wakitoka wanakujaga kutafuta mabibi zao. Maana amewacha ujera wapi? Huko. Hallelujah. Sijui kama hapo mnanisikia vizuri. Mmenielewa vizuri? Imemwigia vizuri? Is it in the heart? Roda, imekuigia vizuri? Umeachana na mimi kabisa? Thank you. Oh my God. Naona watu wengine wanachomeka. Sasa na imagine ninanyoa devu leo. What will happen to me? Na hope yangu yote ilikuwa hapa. Shiko, utaachana na mimi kabisa? Josephine. Oh my God. Najua lazima tunacheka kidogo ndio watu wasilale. Ndio watu wakisikia vizuri. Lakini ninawapenda sana. Na nasikia sasa ni wakati wa kusimama. Ndio tutoe sadaka. Na tunatoa sadaka ya kufuga murago. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha baadaye tutaingia kwenye session. Tupate testimony 2 ya watu 2 ama 3 watupatie testimony. Kutoka hapo tutaingia session ya kuvunja hizo madhabahu zote. Are you ready for today? Are you ready to vunja hiyo madhabahu? Are you ready to disconnect ourselves? Are you ready to disconnect from tunyoe devu, tutoke jera ya devu? Asante sana. Simameni kwa miguu yetu na ushike sadaka yako ndio nikuombee. Simu changamuke, naona sura zenu zimekaa kama changamukeni kidogo, kaeni na sura. Ukitoa unakaa na sura mzuri. Sura ya kutoa. Mna smile. Acha kukaa kama umenyeshewa. Bwana Yesu asifiwe sana. We, unatoanga sadaka? Ama unanga ya kutoa? Unajitoanga sadaka na gitaa? Watu wa worship team wanasemanga kuimba ni sadaka. Na ndio unakutaka wanavamiwa na mapepo sana, maana hawaelewi hii kazi yao ya kuibaji pale inahitaji kujikinga kwa kila aina. Hakuna watu venerable kama hawa, maana unajua ilikuwa ministry ya nani? Ya shetani mwenyewe. So anawagonganga sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka leo acha nikwambie, mkikubali kushave mnakutana na Farao na mtainterpret dream yake. Na ukiinterpret dream kwa sababu itakuwa ni kitu hawezi kuelewa, atakwambia sasa kutoka leo endelea kwa. Kuna watu maisha yao imebadilika already. Kuna watu maisha imekuwa mpya tena. Kuna watu mlikuwa mmerushwa kwenye takataka, saa hizi mnatoka huko mkiwa clean. Joseph alikuwa ndani ya jela, hakuwa na tumaini ya kutoka, maana this man was living in a foreign land. He was arrested and in a foreign prison.
He never had a hope of becoming anything. But the day came, and this is your day has come. Leteni sadaka zenu hapa. Bring it here. Weka tu hapa. Yes. Na leo uko smart sana. In white. Acha. Kwani uliokoka ile kanisa ya sadaka ya kubaka vitu za white? Bwana Yesu asifiwe sana. Na mkae mnacheka. Sasa sijui ni nini mnaongojaga. Mnakuaga sio mpaka mnanibo. Hey, Dorcas, pesa jengia? Yes. Mwambie Mungu, niko tayari siku hii ya leo. Niko tayari kufunguliwa. Niko tayari kufunga milango yote ambayo ilikuwa imefunguka kwa sababu yangu, kwa sababu ya kizazi changu, kwa sababu ya damu yangu, kwa sababu ya maeneo ambayo nilitoka, kwa sababu ya generation ya wazazi wangu, kule bloodline, vizazi vyangu ambavyo vilikuwa nyuma yangu yote. Kuna milango ilifunguliwa na watu ambao siwaelewi. Kuna milango ilifunguliwa na watu ambao siwajui, ambao nimehusishwa na wao kwa damu. Na kutoka leo ninaomba kwamba nikaweza kuniondolea. Naomba kwanza hiyo mambo yakaweza kuvunjika. Just open up your lips. Fungua kinywa chako. Ambia Mungu. Confess yale yote unajua. Yale yote unajua katika familia yako. Vile vitu ambavyo unavielewa katika maisha yako. Confess them, confess them, confess them, confess them, confess them, confess. Bwana ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe tu. Nitainua macho yangu. Fungua tu kinywa chako. Jitetee mbele ya mahakama ya mbinguni. Mwambie, whatever the problem I'm going through, I am not the cause. Whatever the challenges that I'm facing, mimi sio mwanzilishi. I am not the source of the problem. I am not the source of the problem. But the iniquity of my father, the iniquity of my parents, the iniquity of my household, ndio imenisumbua, ndio imeniweza, ndio imepigana na mimi, ndio imepigana na biashara zangu, ndio imepigana na hatima zangu, ndio imepigana na njia zangu, ndio imenizuia kuweza kufaulu. Baba, niko hapa siku ya leo kujitenganisha na blood of my family, kujitenganisha na laana za kwetu. Nitainua macho yangu, nitazame mimi msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu
katika nitainua macho yangu nitazame msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu mimi, msaada wangu katika jana. Mungu muumba mbingu na dunia, na kuinulia macho yangu, natazama kule milimani, kuuliza msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwako. Watoto hawa Baba, tumekuja mbele zako kutubu dhambi zetu zile zilitendwa na akina Guka, akina Shosho, maeneo yale tulitoka, yalitendwa tulifanya tukiwa tunajua, na mengine tulitenda bila kujua. Nimekuja tu siku hii, na watoto hawa pia wamekuja hapa kutubu hii dhambi, kujitenganisha, kufunga hii mlango ambayo imewafuata. Wameshindwa kufanya biashara, wameshindwa kufanya kazi yako, wameshindwa, hata ndoa zimewashinda. Hakuna kitu wanajaribu kufanya kinafanikiwa, kwa sababu kuna mlango na hawajui hii mlango. Mungu wangu, nainua mikono yako in a form of surrendering to you. Utusaidie, utuwezeshe, utufanikishe katika kufunga hii mlango, ndio tufungue mlango wa baraka. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Semeni amen. Tunaweza kuketi chini as nyikaeni chini kidogo tupate shuhuda mbili, alafu sasa tuingie kwa wimbo ni praise, alafu kutoka hapo tutakuja kuvuja sasa madhabahu hiyo. Leo lazima mutaenda mkiwa smart, mutaenda nyumbani. Hata mimi niliambia Mungu leo hii kuna milango, nimehesabu milango yangu ni kama 300, na hiyo yote lazima nitafunga leo. Mtu ambaye ako na ushuhuda anaweza kutupatia. Mse kuja yule mse kuja tupatie kastori kako. Kuna kastori uninipatia kama mama yako, kama nini, venye mlisaliwa. Hebu mpatie, tupatie hiyo story, ndio watu wakianza kusema mambo ya kuvuka mlango waelewe mlango ni gani inafungwa. Give your story as it is. Yeah, thank you. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kristo asifiwe. Majina naitwa Patrick Kihara Waweru. Mimi ni mkaaji wa Nairobi, zaliwa hata kulelewa, na bado ninaishi hapa Dagoretti. Nashukuru Mungu kwa sababu alinionyesha haya madhabahu kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Nimemfollow sana kutoka kwa YouTube. Nilikuwa najua historia yake, lakini kulingana na shida zile niko ambao nataka nishuhudie pamoja nanyi, kwa sababu siku hizi wanasema wacha niongee nitoke, na ndio confession.